TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Tukamwambie Bwana, tunataka uende nasi. Tumwambie Bwana, tunataka nguvu zako. Tumwambie Bwana, tunataka neema yako, tunataka roho wako aende nasi kama Musa. Tukamwambie Bwana, kama wakati wa Musa, Musa akasema, kama hauendi nasi hatutaweza kuenda. Kama hauendi nasi hatutaweza kuenda. Ndipo tumekusanyika kwa jina la Yesu, sababu ya kukutanika pamoja, kwa sababu tunataka prayer and power of unity. Tunataka corporate prayer katika jina la Yesu, ili ya kwamba tukabebe pamoja. Akibeba mtu mmoja mzigo unaweza ukamlemea, lakini tukishangilia wote pamoja, tukibeba pamoja, Bwana ataweza. Bwana anatenda. Kila mtu akileta neema yake tutabeba, hatutachoka katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba Haruni na Huri wakaenda mlimani na mtumishi wa Mungu Musa alipokuwa anainua mikono, ushindi unapatikana. Lakini wakati anachoka, vita, Waisraeli wanashindwa. Lakini tumekuja kusema ya kwamba mfalme wa amani foundation, tumekuja kuinua mikono kama Huri na Haruni. Tumekuja kuinua apostoli wa mikono kwa ajili ya maono, kwa ajili ya kazi ambayo iko mbele. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, yote inawezekana, yote inawezekana, yote inawezekana, yote inawezekana. Kwa pamoja tutaenda kurejesha amani Kenya. Kwa pamoja tutaenda kutangaza ushindi wa taifa letu. Kwa pamoja tutaenda kuona neema ya Bwana. Kwa pamoja mzigo utakuwa laini. Kwa pamoja tutakuwa na upendo wa rohoni kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Somebody make a prayer, make a prayer, make a prayer. Make a prayer, make a prayer. Mwambie Bwana, hivi leo Bwana nakuita. Hivi leo nakuita Bwana. Usiende mbali nasi, usiende mbali nami, usiende mbali na hii maono, usiende mbali Bwana na watumishi wako, usiende mbali na taifa la Kenya, usiende mbali na mtume wako, maana tumekuja Bwana. Somebody make a prayer, itoke ndani ya moyo. Si wakati wa kuangalia watu, ni wakati wa kuinua sauti katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Baba unatawala, Baba unatenda Bwana, ya kwamba yote inawezekana. Yote inawezekana, yote inawezekana, yote inawezekana, yote inawezekana kwa jina la Yesu. Yote inawezekana, yote inawezekana, yote inawezekana. Bwana anaweza. Bali ambapo wawili ama watatu wanakubaliana, Bwana anatenda, Bwana anafanya kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Make a prayer. La baba yata, la bashaka bakanda, la baba shaya, lekata ya bakanda. Lift up your hands and prayer in the name of Jesus. Can you make a declaration in the name of Jesus that we are going to conquer? We are going to conquer. We are going to conquer. We are going to conquer. We are going to conquer in the name of Jesus. We are going to conquer. Bwana kasema niite nami nitaitika kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tukamwambie Bwana, hivi leo tunakuita ukatusikie Bwana, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, kwa sababu unatawala Bwana.
kwa sababu unatawala Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu unatawala Bwana, kwa sababu unatawala Bwana, katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Bwana asante, maana unaweza, by the power in the name of Jesus. Father, we thank you. Father, we love you in the mighty name of Jesus. Bwana asante, kwa maana umetamalaki Bwana. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu. Bwana unastahili, Bwana unastahili, Bwana unastahili, Bwana unastahili, katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Baba, tunakupenda. Asante mfalme wa amani, tunakuita wewe pekee ambaye umetamalaki katika jina la Yesu. Shika mtu aliye karibu na wewe mkono wawili wawili, shika aliye karibu na wewe mkono wawili wawili katika jina la Yesu Kristo. Shika aliye karibu na wewe mkono wawili wawili. Biblia inasema kwamba wawili wakikubaliana wanatendewa na Baba wa mbinguni. Nataka tukubaliane, nataka tuombe kwa ombi la makubaliano ya kwamba Bwana hatatuacha katika jina la Yesu Kristo. Shika mtu mkono in the name of Jesus, the Son of the living God. We are still in prayer. Jaribu ushike mtu mkono wawili wawili kwa jina la Yesu Kristo. There's a man of God there. In the name of Jesus, we want to pray. We want to pray. Can we agree now that on 2nd of August, the Lord is going to do mighty and wonders in the name of Jesus, that we are going to move as a group? Can you make that declaration? Can we make that prayer? Ya kwamba vile nimeshika ndugu yangu, ndio vile ambavyo Kenya itakaa hivyo, ndio vile ambavyo nchi itakaa hivyo, ndio vile Nairobi itakaa hivyo. Tutaonekana mbele za Bwana kama manduku na madada katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana, make a prayer, make that prayer in the name of Jesus. In the name of Jesus, mnakubaliana na yule ambaye mko na yeye kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Can we make an akima koshana? Hey, shakata ya baba baba. In the name of Jesus, the Son of the living God. Baba, tumeshikana mikono kama ishara ya makubaliano Bwana, kama sauti moja katika jina la Yesu, ya kwamba Bwana tunajiandaa kwenda vitani. Tunakubaliana ya kwamba adui hatapita katikati yetu. Vile umeshika mikono wa jirani yako, ya kwamba hapo katikati hatutakubali adui apite kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Make a prayer, make a prayer, make a prayer in the mighty name of Jesus, by the power in the name of Jesus, the Son of the living God. La ba 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 yanta le kaba shanda ba 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 ba. Yes, anaraba rikaba shanda ya babosaya le kaba shanda ba kaseria le kaba shanda babosaya. Katika jina la Yesu tunatangaza ya kwamba vile ambavyo tunashikana mikono, ndio vile ambavyo Bwana tutaenda kuwa na unity, tutaenda kuwa na umoja, tutaenda kuwa na makubaliano ya kwamba Yesu ni Bwana, ya kwamba Kristo hakuna damu itamwagika, hakuna wivu, hakuna mauaji yatatokea. Bwana, tunakubaliana ya kwamba kama kikundi Baba tutaenda kupenya kwa utukufu wa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Baba, kwa sababu unatawala Baba, kwa sababu unatenda Bwana, kwa sababu unaweza, katika jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. My Father and my God, in the mighty name of Jesus, the Son of the living God. Father, we thank you, we love you. Father, we thank you, we love you. In the mighty name of Jesus, the Son of the living God, we honor you, my Father. We honor you, my King. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hebrews chapter 12 verse 24. To Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. Can we call upon the blood of Jesus? Tutangaza damu ya Yesu, ya kwamba Bwana anaenda kutuosha, Bwana anaenda kututakasa, Bwana anaenda kusafisha kupitia damu yake. Can we call upon the blood of Jesus? Lift up your hands and pray.
Lift up your hands and pray. Call upon the blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Baba Boshanda. The blood of Jesus. Can we call upon the blood? Can we call upon the blood? Nala Yesu. Bwana, kwa sababu unaweza. Kwa sababu umetamalaki. Hey, in the name of Jesus, call upon the blood of Jesus. Can you call upon the blood of Jesus? Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tangaza damu ya Yesu ya kwamba ikuoshe, ikutakase, ikusafishe. Tangaza damu ya Yesu ikusafishe katika jina la Yesu. Tangaza damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tangaza, tangaza, tangaza. Tangaza, tangaza. Tangaza damu ya Yesu. Tangaza damu ya Yesu. Jiloweke kwa damu ya Yesu. Mwambie Bwana, nisafishe mahali pote ambapo naweza kuwa chombo cha adui bila kujua, bila kupenda, bila kutaka. Naomba Bwana sasa hivi ukanioshe, ukanitakase kwa damu ya Yesu. Oh, make a prayer in the name of Jesus. Call upon the blood of Jesus. 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 Katika jina la Yesu. The blood of Jesus. The blood of Jesus. In the name of Jesus. Jiombe mawazo yako, mawazo yako, mikono yako, miguu yako, mwili wako, nafsi yako. Mwambie Bwana akaitakase. Mwambie Bwana akaioshe kwa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Tunatamani kuwa vyombo vya kutumika mbele za Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, tumekuja ya kwamba leo Bwana ukatuidhinishe katika jina la Yesu, kwa sababu ya kuwa jeshi la kutumika mbele zako. In the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Ghost, we love you, my Father. Father, 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 Father. Hey, hey, Shabakana Abazeria. Katika jina la Yesu, call upon the blood of Jesus in this sanctuary. Call upon the blood of Jesus in this sanctuary. Call upon the blood of Jesus on each and every man, every woman, young and old, that God may touch them in the name of Jesus with his precious blood. In the name of Jesus, the Son of the living God. Father, we honor you by the power in the name of Jesus, the precious blood. The Bible says, Revelation 12:11, they overcame him by the blood of the Lamb. We are decreeing and declaring in the name of Jesus that the blood of Jesus may take over. Oh my God. Hallelujah. Oh yes, Lord. Yes. Katika jina la Yesu. Tunakupenda Bwana. Tunakupenda Bwana. You are Alpha and Omega. Oh, yes. You are Alpha and Omega. I worship you today. You are Alpha and Omega. Oh, Jesus, you are Alpha and Omega. I worship you. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, Jesus. You are Alpha and Omega. I worship you today. Oh, you are Alpha and Omega. Jesus, Jesus, you are Alpha and Omega. I worship you today. You are Alpha. Alpha and Omega. Jesus, 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 you are Alpha. you are Alpha and Omega. Yeah, I worship
worship you. You are Alpha. You are Alpha and Omega. Jesus, Jesus. You are Alpha and Omega. I worship you. You are Alpha and Omega. Jesus, Jesus. You are Alpha and Omega. I worship you. You are Alpha. You are Alpha and Omega. Hallelujah. Jesus, Jesus. Jesus. Hallelujah. You are Alpha and Omega. Hallelujah. I worship you today. Can we make this final prayer? That Jesus, you are the Alpha and Omega. So God, take over now. As we begin, as we prepare, can you become the Alpha and Omega of every meeting? That you become the Alpha and Omega in the name of Jesus. Can you make this prayer? That Jesus, you become the Alpha in the 2nd of August, that we may see you in the name of Jesus. Hallelujah. Lekaboshanda. Make this prayer in the name of Jesus, that the Alpha and Omega take over now. 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 Katika jina la Yesu. Bwana unaweza. Bwana unaweza. Baba unaweza. Wewe ni mwanzo tena. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Can you lift up your hands before the Lord? In the name of Jesus. Just lift up your hands before the Lord. In the name of Jesus. Hallelujah. Can we commit this team? Na timu ambayo Mungu ameweka katika madhabahu haya, ya kwamba Bwana anaenda kuwa Alfa na Omega kwa kila mkutano ambayo itakuja. Kwa hiyo mkutano ambao tutakuwa nayo, can we pray together and tell Jesus, can you be the Alpha and Omega in the name of Jesus? Can you take it from the beginning, that we may follow in the name of Jesus, that we may follow your steps. Akasema jitwike nira yangu ni laini, katika jina la Yesu. Mwambie tu Bwana wakati huu ya kwamba miziko yangu naiacha, yaliyo ya kwangu tunaiacha. Sasa Bwana tunataka twende na wewe. Mwambie Bwana tunataka twende na wewe. Twende na wewe katika jina la Yesu. Twende na wewe kwa utukufu wako, ya kwamba tupate kibali. Musa akasema kama nimepata kibali machoni mwa Bwana, maanake we need favor in the name of Jesus for us to go and conquer. We need the favor of God in the name of Jesus. May these prayers, may that meeting find favor before the eyes of God. Can we pray for favor, that the meeting of the 2nd of August may it find favor before the Lord in the name of Jesus? Can you pray in the name of Jesus? Men and women of God, I don't hear you praying. Don't murmur, but pray in the name of Jesus, the Son of the living God. Father, we know that you are the God of glory. Father, we know that you are the King of glory. Oh my God, oh my Father, before we go, Moses found favor before your eyes. Can we really find favor? That's why we are here. Give your servant Apostle Nura favor, favor, favor in the land of Nairobi, in the eyes of the Kenyans, in the land of Kenya. Give him favor. Give this foundation favor. These men and women that are standing to ask for your favor, give us favor, that we may conquer, that we may be successful in the meeting that we are going to have. My God, in the name of Jesus, the Son of the living God. Father, we love you. Father, we honor you. Father, we love you. Receive all the praise and honor
belongs to you, Jesus. Father, we thank you. Father, we bless you. Tushikane mikono sisi wote tu. Shika mtu aliye karibu na wewe. Shika mtu mkono. Shika tu mtu mkono. Sema Bwana Yesu. Ishara hii ni ya umoja. Ya kwamba tutashinda. Tukiwa pamoja. Kutoka leo hii tunaomba neema yako. Tunaomba kibali chako. Utusaidie Bwana. Na utupe neema ambayo itatuvusha. Mwambie Bwana, tuondolee roho ya kuchoka na kukata tamaa kwa ajili ya maono ya mtumishi wako. Asante Bwana kwa sababu unaenda kutuongoza. Chukua usukani, sisi tukufuate Bwana kwa sababu ya wema wako. Asante Bwana, maana tunaenda kupata kibali machoni pako na machoni pa watu. Kule tutaenda, wacha jina lako litukuzwe. Mahali tutapita, mahali tutakanyaga, wacha jina lako litukuzwe. Watu wakuone, wasione ndura, wakuone akitumika, utukufu wako uonekane. Tunapoomba jina lako likainuliwe kwa sababu ya wema wako. Asante Bwana kwa sababu umetenda. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Na mtu ashangilie, mpe Bwana makofi. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. We just need to have one praise and then I welcome the man of God. Amen. One praise, please. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema Baba. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema Baba. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema Baba. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema Baba. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema. Upewe sifa Bwana wa mabwana, upewe sifa, umetenda mema Baba. Uinuliwe Bwana wa mabwana, upewe sifa, umetenda mema. 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 Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni nani ye? Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni nani ye? Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni nani ye? Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni nani ye? Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni nani ye? Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka ndiye, ndiye 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 Mungu
wa baraka ndiye, ni Yesu. Mungu wa baraka ndiye, ni Yesu. Mungu wa baraka ndiye, ni Yesu. Mungu wa neema ndiye, ni Yesu. Mungu wa baraka ndiye, ni Yesu. Ngai wako, Ngai wakwae, Ngai wakwawe wa magegania. Ngai wako, Ngai wakwae, Ngai wakwawe wa magegania. Ndiye twagotea, twagotea Baba, twagotea we wa magegania. Ndiye twagotea, twagotea, twagotea we wa magegania. Ndiye wekehoti, wekehoti Ngai, wekehoti we wa magegania. Ndiye wekehoti, wekehoti, ndiye wekehoti we wa magegania. Ndiye twakugosha, twakugosha Ngai, twakugosha we wa magegania. Ndiye twakugosha, twakugosha Ngai, twakugosha we wa magegania. Ni wewe munene, we munene Ngai, we munene we wa magegania. We munene, we munene, we munene we wa magegania. Ndiye wekehoti, wekehoti Ngai, wekehoti we wa magegania. Wekehoti, wekehoti, wekehoti we wa magegania. Nekala na Ngai maundu makwa maila, nekala na Ngai maundu makwa maila. Nekala na Ngai maundu makwa maila, nekala na Ngai maundu makwa maila. Nekala na Ngai maundu makwa maila, nekala na Ngai maundu makwa maila. Ngai nekala na Ngai maundu makwa maila, nekala na Ngai maundu makwa maila. Nekala na Ngai maundu makwa maila, nekala na Ngai maundu makwa maila. Nekala na Ngai maundu makwa maila, nekala na Ngai maundu makwa maila. Maundu makwa maila, 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 maundu makwa maila. Haleluya! Vigelegele kwa Yesu. Tupe Yesu makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Amen. We can do better. Can you give a hand clap to Jesus? Can we celebrate Jesus? Amen. 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 Hallelujah. Kwa hivyo tukiwa hivyo wima, nataka tuweke mikono yetu pamoja tunapokaribisha apostle achukulie kutoka hapo. Tumpe Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Amen. 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 Welcome, man of God. Asante sana. We thank God. Father, we glorify you. We worship you this wonderful morning. You are the greatest of the greatest. You are the King of the kings, the Lord of the lords. We worship you. Tunashiriki pamoja na makerubi na maserufi na mamilioni ya malaika waliosujudu mbele zako kusema unastahili kuabudiwa. Tumekuja kwa ajili ya ibada ya kukuabudu na kusema hakuna Mungu mwingine. Wewe tu ndio Mungu na hakuna kitu kilicho hapa duniani wala kule biguni ambacho kinaweza kufananishwa na wewe. Utukufu wote ni wako. In Jesus mighty name. Salimia mwenzako, mwambie karibu. Salimia wawili tu, watatu, wanne. Geuka upande wa kushoto, wa kulia, nyuma yako. Just say hi to them. Mwambie you are a blessed people. Mumebarikiwa, umebarikiwa. Mwambie hata sura yako inaonekana imebarikiwa. Asanteni sana. You may be seated in the presence of the Lord. Nashukuru sana hata kupata kibali mbele yenu. Mungu kunipatia kibali hiki niweze kuwa mnenaji wa siku ya leo. Ni nadra sana kupata nafasi kama hii ya kukuwa mnenaji mbele ya watu kama nyinyi ambao Mungu amewamwagilia mafuta, amewabariki. You are not just ordinary people. You are very special.
highly anointed, specially anointed for the reasoning and the purpose of this time. Bwana Yesu asifiwe sana. You're not here by mistake. You are here because God has ordered you to be here, because there is something he wants to do with you. Niodoleeni hii tafadhali. Where is these people? Naona ni mrefu kuliko huyo mchungaji. Inamzuia mpaka anainua kichwa juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka kushukuru Mungu tena kwa sababu niliambiwa nifanye kama Gideoni, ambapo alienda, alikuwa na watu wengi sana, maana Gideoni alikuwa ametengeneza kikosi ya 32,000 men. When you have 32,000 men, you are not a simple man. It is not ordinary. Kukuwa na 32,000 people following you, listening to you. And this does not happen just over the night. It happens a long time. And Gideon was really disappointed by God, because sometimes God is a disappointer. Did you know that? God is a greatest. Kama kuna mtu ambaye anajua kudisappoint ni Mungu. Si mukae padi hii basi, kama mmeamua kukaa padi hiyo, mukae hii. Ndio niwaone vizuri. Sasa kama kuna mtu ambaye anajua kudisappoint, sijui tumuite mtu, tumuite Mungu. Tumuite Mungu tu. He is the greatest disappointer. Worse, he is worst. If he decided to disappoint you, yet anakuambia tuko kazini, and anakuambia you are my servant, anakuambia I love you the most, but what you are going through, una compare, unaona ni kafadhali. Kuna wakati unafika ngona fadhali, una kafadhali ungekuwa kwa shetani, maana things are not adding up. Bwana Yesu asifiwe sana. And this God is still anakuambia tuko na wewe. Imagine Yesu akienda kuwekwa kwa msalaba, Mungu alikuwa ameenda wapi na alikuwa anafikiria nini? Yeye hakufikiria jina yake inaweza kuchafuka. Ati mwana wako ni wa Yemote iguru. Na unasemaga wewe ndio unajua kuprotect. Wewe ndio unamkava, wewe ndio ulimtuma. Alafu huyu mtoto anakujaga mpaka anakuja na hiyo style ya kusemekana ni kama yeye ni Mungu. Alafu umewekelewa juu ya mti, umetuagwa viboko, umenyoroswa, umenyorolithio, umefanywa maneno mabaya. Alafu unakuja kusema wewe ni Mungu. Do you see that picture? Bwana Yesu asifiwe sana. That is a picture of a victor. A person who is determined to win. A person who understands the principles of the kingdom. And to understand the principles of the kingdom is to know that it is a battle. It is not walk in the park. That is why James, in the book of James chapter number 1, inasema, verse number 2, consider it all joy when you are faced with trials and challenges. Yani, the challenges will come. And now he's telling you, consider it joy. Yani, make it a happy moment for you. Make it a right move for you. Make it understood that it is necessary. Lazima ukipitia. Consider it nothing but joy. My brothers and sisters, whenever you fall into various trials, when we started all these things, and when I started preaching the word of God, I used to think it is just the work of it's work on nitatajirika, nitakunua magari, nitakuwa mkubwa. Millions of people will follow me. I didn't know there is, for the million of people to follow you, there is a price to pay. For you to have a big church, there is a price to pay. For you to have a conviction over something, there is a price to pay. Then this is when I came to that. Consider it nothing but a joy. My brothers and sisters, whenever you fall, whenever, because it is necessary, you will fall. Lazima utaingia kwa trials, utaingia kwa temptations, utaingia kwa challenges, watakuinukia, because you are not fighting something that is not existing. You are fighting a devil. A devil who was said here, aliambiwa, aliteremshwa hapa chini akuje amiliki dunia. Na sasa wewe unataka kumwambia ondoka. Na unasema ati nimekushika, nimekuweka ndani ya shimo, nimekurusha kwenye ati shimo ambayo haina mwisho. Mtu mwenye alikaa biguni akateremshwa hapa na hakuna kwingine kwa kuenda. Sasa na wewe unataka kumsukuma kwingine. Hapana, atadili na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. So this is a challenge, and a challenge that has given to us by God, and it is good. And I want to thank you for your prayers, more especially for me, because nimeona Mungu through you. You've been praying for me and many other people that have been praying. And I love the way you are doing this thing, because I never thought there are people who can come and pray for me, or they can have time kule waniobe kulingana na mimi.
Lakini nimekuja kufurahi sana, kina Gadhaia wameniombea sana. Tulipotoka hapa Saturday, tulikuwa nawe Saturday? Tuko nawe Saturday. Ni kufika nyumbani nilikuta watu 25 wako kwa nyumba. Na wako na bunduki kila mtu. Na walikuwa natafuta pesa. Although mimi sikuwa nimeingia, niliwaangalia tu kwa simu nikaona wako wameingia kwa nyumba. Na walikuwa na bunduki wote na mask. Walikuwa wamevaa zile za jeshi. Unaona zile za jeshi? Ni kamacho tu na mdomo, kamacho tu na mdomo. So they were moved all around the house. They pretended that walikuwa natafuta pesa, but it was not money. Because kama walikuwa waizi, mimi nilikuwaga mwizi. Na principle ni kwamba bunduki zilikuwaga 3 ama 4. You don't need 20 guns. Ni bunduki 3 ama 4. Zile za kuogosa, za kukafa nje na kuingia ndani. Kwa hivyo ni 4, 2 za nje, 2 za ndani. So ni kitu najua. Sasa hao wote na walikuwa wamebeba kila mtu bunduki. Sasa unaona hapo, it is not adding up. It's not adding up because kama ni waizi wanabebaga, kuna wakubeba mzigo, hawabebagi mzigo, hawabebagi bunduki. Ni wale wakubeba mizigo. Wale wakuchunga ni watu 4. Kama ni big group is 4. That's the principle of ya wakora, ya waizi. Na mimi ndio nilikuwa kiongozi wao, na mimi ndio nilikuwa na train hawa watu wenye kukava, watu wa kukava nje na kukava ndani. Lakini unaona hawa ni watu walikuwa wamekuja prepared because they know who they are coming to meet. Alafu wakaranisaki nyumba ati wanatafuta pesa, si wali. Hata huyu mwizi mwenye hana akili anakuja tafuta pesa kwa nyumba, kwanza kwa dola, upate nyumba pesa kwa dola. Mwenye alikuwa mwizi. Si unaona huyo ni mtu alikuwa with another agenda. So they did their job. Na tulipofika kwa gate nikahut. Sababu najua wako ndani. Nikahut. Nione kama watatoroka. They were not in a hurry. Kwa sababu nilikuwa na mtoto, nikaambia mtoto wetu, nikapeleka kwa gari kwingine ndio niondoe mtoto kwa scene. Ndio nikuje ni wa face. Because I was now, nilitaka kuingia ni wa face. Nione what they can be able to do. Because I know hapa duniani I'm on an assignment. Na ile assignment nimepatiwa hata sijaanza. Kwa hivyo huwezi niua. The good thing to understand, when God has given you an assignment, do not be worried of death. Don't. Usiogope ati watakufanya kitu. Because God's assignment has never been altered. Moses had challenges. Moses walitaka kumua in one day. The first day he came on earth, they had planned to kill him. And God decided to use another chemistry. Do you know what he did? Him that wanted to kill, God commanded him, take care of this that you want to kill. And he was taken care of. Na akakaa kwa Farao. Do you know Moses was taken to the best school on earth? The best. And he learned law. In the best university. By who? The one that wanted to kill him. Bwana Yesu asifiwe sana. So I have this belief, hata kukikuja hapa maadui wakae na sisi hapa, don't worry. They were sent. They were sent to come and protect us. Hallelujah. They were sent to come and stand with us. And when they attack like that one, they are coming. Because I had a dream. There will be an attack, but I didn't know how inakujaje, but I knew there is something. And even that Saturday, I knew today, this is a day. They are coming. But I didn't know. Me, nilikuwa nafikiria either ni accident, nilikuwa nafikiria ni... Because I could feel the spirit of death around me. But I could feel I'm defeating it. Ninaishinda. So as I was moving, nikakuja mpaka taoni, nikasuguka, nikaingia kwa jamu, nikasuguka, nikajipata sina kadi, nikataka kwenda Serena Hotel. Niende nikakunywa chai, nikaangalia kwa mfuko sina kadi, sina pesa, nikapiga simu, nikaambiwa iko hapa, nikatumana, ikachukuliwa, nikaenda nikakaa Serena, nikakunywa chai, nikajiambia sasa nakunywa chai ya nini? Si nitoke, nikasema niende Gongo nikakule kanyama, nikaenda Gongo. Nikifika Gongo nikaambiwa, nikasikia kitu naambia pada kwa mlima. Nikapada kwa mlima, kuna madhabahu huko yangu, bali Mungu aliniabiria nianze huduma ni Gongo. Kuna mahali naendaga kuomba, nikafika hapo, nikakaa hapo. Nikaomba, nikaambiwa sasa enda nyumbani.
Sasa kwenda nyumbani nikidrive hivi ndio nikaangalia simu, nikaona haya huko kwenda hatu nakushauriwa. Nimetembelewa, nikaona watu wako na mahudi, nikaona kweli hawa wanajua wamekuja kwa nani. But it was good. I was so happy for that because I knew what we did in Jacaranda cannot go unnoticed. Bwana Yesu asifiwe sana. And because you are speaking, this is what you are preaching, to defeat this demon, it must come. Na ukiona demon amekuja physically, ushashinda vita. Hallelujah. Yule demoni mubaya ni yule demoni ambaye anajificha in the spirit. Lakini huyu amekuja physical. Don't be worried about that. You have won the battle. I want to assure you today that we have won the battle. Whatever the journey we are beginning, we have won it. Tumeshinda. That is why wame manifest physically. Na nitawekea hiyo video ya kuna mama alikuja hapa nikamfanya deliverance. Sijui ani utapata hiyo video. Ya mama alikuja hapa nikamfanya deliverance hapa. Lakini aliongea mingi. Na akasema tumetumwa. Sisi tunakuja tutakumaliza. Tutakupiga maridhe. Nikamuuliza mmetumwa na nani? Kule juu. Akaeleza. Tutaiweka mtaisikia tu. Na akasema wakikulacho kiguoni wako, tumetuma watu wetu wako na wewe, wanatembea na wewe, wanakula na wewe. So I have always been waiting for that to happen. Because nimeangalia CCTV nikaona huyu ni fulani. Walikuwa polisi lakini walikuwa wamechanganyikana na watu ambao tumekuwa na wao hapa, kumbe pia walikuwaga mapolisi. Walikuwaga watu wa intelligence. Na mmoja alikuwaga dereva yangu alikuwa anaitwa Joel. Kumbe alikuwa ametumwa kazi, alikuwa na assignment. So nikaangalia kwa sisi, alikuwa amebaki hiji, alikuwa na kapisto. Kide mwana Kenya akoroga na kapisto. But all in all, it is important. Why are we here today? Adaya. Why are we here today? Pastor. Why? Who are you? Intercessors. We have come to battle. Are you ready for the battle? Are you sure? Are you really sure? Do you know what you are facing? Do you know what is ahead of you? Are you here for intercession? My brother. With a black t-shirt. Ulikuwa umekuja maombi. Si upige raundi kidogo alafu urudi. Piga raundi kidogo utarudi. Mlikuwa na nani? Uko peke yako. Nani mwingine alikuwa amekuja kuniona? Si intercession? Haya, kumbe mko wengi. Pigeni raundi mtakuja. Ama mkitaka kukaa mkae tu. Lakini ni special meeting for intercessors. Utakuwa sawa? And you? Okay, sawa. Msiboeke, najua wao ni watu wa miracle. Wamekuja kuombewa sasa. Unaweza kuwakalisha hapa na hawakose kuelewa, uwapotezee wakati wao bure. Watashindwa, why am I listening to this? It's always good to make sure that the people you have are the right people. That is why Gideon aliambiwa wapeleke kwa mto. You have 32,000 men, yes, they are warriors, they are powerful. But what they are about to encounter is not what they know. Unajua unaweza kufikiria ile vita unaenda kupigana ni ile unajua, kumbe ni vita ingine. So they were preparing to go and fight the Midianites. Hallelujah. But God was not for the Midianite. God was for who? Yeah? God was for who? No, he was not for his rights. God was fighting who? What was the battle up against? The 32,000 men were supposed to fight who? According to Gideon, it was the Midianite. But what about according to God? The number. Who was he fighting? What was the interest of God? Who was he fighting? We are in a class. Leo sitaki kukua ati preacher niwapreachie. We are in a class. It's a conversation. Ndio tuelewe ni nini tunaenda kufanya. The enemy. Who was the enemy? Yeah? His father. Bwana Yesu asifiwe sana. His who? Gideon was preparing to fight the Midianites. But God was preparing to fight the father of Gideon. Hallelujah. And that is why you find the Bible in the verse, kama Gideon angesoma chapter 6 verse 1 of Judges,
hagetengeneza 32,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Angetengeneza watu 11 ama yeye peke yake, because God calls him man of valor. You shall win this battle as a man. Hallelujah. He had prepared 32, but God tells him, you shall win this battle as a man, you. It is not a battle of these people. If you read verse 1 of chapter 6, and the children of Israel did evil in the sight of God. And therefore God was so annoyed, and he handed them over into the hands of who? The Midianites. So who are the Midianites? Were they devils? Were they from the devil? Were from who? Were from who? Were from God. It is God who handed the children of Israel into the hands of the Midianites. So the Midianites were contracted by God as a Chinese, contract Chinese, atujajike barabara. Bwana Yesu asifiwe sana. So Midianite were act on behalf of God to punish the children of Israel to make them come back to God. Let's read. Then Israel did evil. Israel did what? Evil in the sight of the Lord. And the Lord gave them into the hands of the Midianite. Can a Chinese be given a contract in Kenya to contract before having a discussion with the government? They must have sat down the government, then a Chinese is given a contract to go jega barabara fulani. So the Midianite must have sat down with God and agreed with God. Kuna watu wamenyeta hapa, nataka mwende mnyorose. Bwana Yesu asifiwe sana. So Wamidiani in the first place ni watumishi wa Mungu. Mpaka hapo tumeelewana? So the Wamidiani ni watumishi wa Mungu, na wametumwa na Mungu kwa sababu ya watu wa Mungu. I don't know, mmenipata hapo kweli? Wana wa Israeli ni watumishi, ni watoto wa Mungu. Na ni watu alisema ni watu wangu. Kwa hivyo Wamidiani walitumwa na Mungu wakashughulikie watu wa nani? Wa Mungu. Sijui kama unanielewa hapo. Tunaweza kutumia hiyo kamera ikae mahali kwingine na iendelee kufanya hiyo kazi unafanya? Is it possible? Kwa sababu kuna wao umefunika hapo nyuma wanakaa hivi. Is it possible? Mutembee na kamera, mutembee hivi kama mnatembea. Tunachukuaga hii for the record purposes. Kwa sababu hii watoto wetu na vijukuu watakuja kuona what we did. We have begun a journey, and this journey itakuja kusomwa historia. Even tunasoma Judges hapa. Kwa hivyo the Midianites were given, kuja hapa. Moja kuja hapa nichukue hivi, mwingine acheze. Sawa. Thank you. So Wamidiani walitumwa kazi, na aliyetumana kazi ni nani? Ni Mungu. Kwa hivyo kama Mumidiani ametumwa kazi na Mungu, do you think unaweza kumshinda? Lakini kwa sababu na ujinga yako wewe unaona nini? Shetani. Baba, tunakemea Wamidiani kutoka kwa maisha yetu, tunavuruga, tunaangusha. Unaambia mwenye Wamidiani, tunakemea Wamidiani, na unamwambia Marisa watu wako. Na amewatuma ndio akutengeneze. So you waste a lot of your time without understanding the battle you are doing. And this is what we have fallen short of. Because we are good prayer warriors. We are good intercessors. But normally we wage wrong battles. Because sometimes we wage our battle against God. Hallelujah. Kama hii ya Kenya sasa, we are waging a battle against who? God. We are not waging a battle against the devil. Because we have failed to understand, why will God allow us to go through what we are going through? And Kenya is never seen in the spiritual realm as a nation of God. Is seen as a child of God. Other countries are seen as nations of God. But Kenya is a child, a baby of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So when they were running away, when they were running away and doing many other things, they were running away not knowing that whoever they are running away from has been sanctioned by God to come and make them come back.
And then Israel did evil in the sight of the Lord. And the Lord gave them into the hands of the Midians for 7 years. So what does that say? When God mentioned the number of years, they were handed over for 7 years. So what does that tell you? Men of God, what does that tell you? They were handed in for 7 years. What does that tell you? Yeah? A punishment of 7 years. Again, something else? What does that tell you? That is a judgment. When you hear years have been mentioned, ati watakaa kiwango hiki mpaka kiwango hiki, hiyo ni kumaanisha hiyo ni judgment. And when a judgment has been delivered, it means kifungo lazima mumalize. Hata mulipent. Hata ulipent. Kifungo lazima utafanya nini? Utamaliza. Ndio unaona wewe you are a pastor, you are a preacher, lakini kuna kifungo natumikiaga ya kwenu nyumbani yenye Mungu aliachilia. Umeomba. Na watu wengine wakikuja, hata kiwete kikuja, nasema simama katika jina la Yesu Kristo, kinaondoka. Ukienda kwako nakuta uko na mtoto wako na autism, hata ameobewa na kila mtu, nothing is changing because you are operating on a judgment. And this is the most important thing that we need to understand when now we are getting into whatever you are going through. Yes, I'm just trying to open up to understand. Before we start this battle, you need to understand, is Kenya on a judgment or not on a judgment? Kwa hivyo tukiomba, are we expecting a tomorrow answer, or we are expecting the end of judgment answer? Hello? Maana kuna wengine wanakuja hapa na wabea wanasiambia, tuliomba lakini bado hakuna kitu kimefanyika. But I know, hii familia inapitia judgment. Kwa hivyo tumeomba na Mungu amesikia, lakini after the judgment. Na judgment hii ni miaka 5 na umesafu miaka 2. And those are the principles of the kingdom that you need to understand. If you understand this, you'll be always good. And then he says what? Wacha kutoa mami. He says what? Verse 2, is it verse 2 or verse 3? Please give us this. Verse 2. The hand of the Midianite prevailed against Israel. Honest, mutafutie Biblia mzuri. Wacha hii. The hand of the Midianite prevailed against Israel. Mkono wa Wamidiani ulikuwa juu, ulikuwa na nguvu kuliko Waisraeli. Kumbuka Waisraeli ni watoto wa nani? Kwa hivyo Mungu aliwapatia Wamidiani nguvu juu ya watoto yake. Are you getting me? Intercessors, wana wa Mungu. Hii ni vita. Bwana Yesu asifiwe sana. And because of the Midianites, the Israelites used caves in the mountain as a hidden stronghold. Watu ambao walitembea baka mafarume countries zingine zikisikia wakikuja wanasema tumekuja tufanye agreement, msitumalize tutawatumikia. Sasa hao ndio wanakaa ndani ya graves. Intercessors, people of God. Sasa unajiona hapa, unajieka intercessor, a child of God. Mwenye anaongea kama Mungu anasikia. Tuendelee. Mwacha nitumie Biblia yangu, naona huyu anateseka na kubalance hizi vitu zake. Ni kitabu ya Judges chapter number 6. Inasema and the hand of the Midianite overpowered Israel, and because of Midian the people of Israel made for themselves dens that are in the mountains and the caves and the strongholds. For whoever the Israel planted crops, the Midianite and the Amalekites came and took everything. Ukipanda tu, wanakuja wanachukua. Let's look at the current scenario. Tuchukue, for example, the Mogekis, where I was. Because I consider myself then I was a Midianite. Hallelujah. Mukimoka kamuchaga, Mogeke ndio huyo hapo. Ukilima maziwa, Mogeke ndio huyo hapo. Ukifanya kitu, Kajo ndio hiyo hapo.
Is that not the spirit of the Midianite? Right now, angalia serikali ya Ruto. Iko na SHA, unakatwa. Iko na house levy, unakatwa. Pay as you earn, unakatwa. As you pay, unakatwa. Ukifika kwa makaga na matatu, unakatwa. Ukienda mahali popote, unakatwa. By the time you count kasarari kako kameisha in 2 days. In 2 days, a salary of 50,000, hauna. Bado unakuta una deni. Kumbe ulikuwa umekopa branch, ulikuwa umekopa hiyo ingine mnaita gani? Tara, ulikuwa mshwari, ulikuwa mkopa, ulikuwa kwa nini? Zote zinakudai. You end up tena unaanza tena mkopo. Unakuta unachibaka kashimu, ndio ufunike kashimu. Unakopa tara, ndio lipe branch. Unakopa branch, ndio lipe mshwari. Na neighbor wote mpaka kioski around you inakudai. That is what we call the spirit of the Midianite. They have come to punish you, to make sure you don't eat the fruits of your sweat until you come back to God. And they are there, they are not going to die any soon until the judgment is over. They are not going to die any soon. And you are not going to defeat them. Hata upake na mnagani. Men, 32,000 men were organized, lakini walikuwa nalala kwa kefu. Alikuwa ametengeneza mogeke yake. Strong men. Lakini all of them, despite being prepared as an army, walikuwa nakaa ndani ya kefu. Because thousands of the Amalekites, thousands of the Midianites, walikuwa nakuja na horses and chariots. Wakipanda kwa milima kutoka pale. Unaingia kwa Shekemu, mnaacha chakula yenu, mnaacha gano, mnaacha kila kitu, wanachukua. Na hawakukuja mkienda kulima, hawakukuja mkienda kupalilia, hawakukuja mkienda kufanya jambo lolote. The day mumina harvest, that they come. Bwana Yesu asifiwe sana. Has that happened to you now? Is it happening to us now? So you need to understand, whatever is happening in us, it is not demonic. It is godly. Hallelujah. Tuanze safari yetu hapo, tuelewe kwanza. The problem and the challenges we are facing in this country is not demonic. Wacha kuita kadogo na sijui kasogo na nini. It is not demonic. It is a punishment. It is a judgment. How did we get into the judgment? How did we get into it? Why now are we facing these challenges? That's now when you understand you did the father. Wakati Gideon ana prepare, imagine he's preparing the army and the enemy that is the cause of the problem is his father. Wanapaga na yeye. Wanapaga na nani? Na yeye kutengeneza 32,000, and the father is the real cause of the problem. Now you create an army with your enemy to fight this enemy. That is where you need the hand of God to come and rescue you. Because the enemy is within us. We are the enemies of God. We are the enemy, and we are planning to fight the enemy, and you are the enemy. So how do you see yourself succeeding? Because you are praying and asking God, remove the enemy from us, and you are the enemy. By the time tukimaliza hii maombi, sitakuwa tumesambaratika sisi zote. Because all of you are enemy of God. So God will punish you. Kila mtu peke yake, atakuvuruta peke yako. At the end of the day you discover you are no longer working together. You are fighting one another because you are the enemy. Bwana Yesu asifiwe sana. Later on, that is the time this Gideon akatokelezewa na malaika. Na hakujua ni malaika. For the first time, alipotokelezewa na malaika, akaargue na malaika. Maana malaika alipomwambia Mungu amesema, akamuuliza, where is this God? Where is this God? Meaning they have been removed. Their God had been removed from them until Gideon never knew there is a God. Because alikuwa anauliza, huyu Mungu tunaambiagwa alikuwa na Abraham. Huyu Mungu tunaambiagwa alisaidia wana wa Israeli. Huyu Mungu tunaambia, kwani alienda wapi? The bitterness, it was in that man. The bitterness you have now. God, where are you? Why aren't you rescuing us? Why aren't you doing this? Mungu wa Israeli, Mungu wa wati. That thing is happening. Then the angel akamwangalia tu. Alafu ndio hapo Gideoni aliyatazama, akafunguka macho. And this is where we are now. Kufunguka macho.
akafunguka macho, akaona huyu si mtu wa kawaida, huyu ni malaika wa mbinguni. Until we are in that level of understanding, tuko kwa season ya Mungu, tuko kwenye operation ya Mungu. That is the only time you can be able to connect with God. Because the moment he discovered this is not an ordinary man, akamwambia, can you tarry here? Kaa hapa, nikibie nyumbani nikuje. Akakibia nyumbani, akachinja kabusi, akatengeneza mkate usiochajwa, akakuja nao. Akawambia na malaika huyo, wekelea kwa hiyo jiwe. Alipowekelea kwa jiwe, akaonyesha fibo yake, moto ikawaka. Kumaanisha dhabihu yake ikakubalika. So for us to begin this journey of re-understanding and coming back to God, there is a sacrifice that we have to pay. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a sacrifice that we must pay for the God of our fathers, God of Israel, to come back to us. Then the connection came. Immediately the angel disappeared. After the angel disappeared, God came. Immediately, maana connection. Jamaa amegutuka, huyu ndiyo malaika ametumwa na Mungu, na ametumwa kwa sababu hii. Akakibia nyumbani, akachija kabusi, akatoa, Mungu akampatia akili, akakibia nyumbani, akachija kabusi, akakuja akatoa kama dhabihu. Alipotoa dhabihu, akaregeshwa kwa mikono ya Mungu. Sasa kabisa mwanzo kabisa lazima turegeshwe kwenye mikono ya Mungu kama intercessors kwanza. Maana sisi ni wa dini. Wewe ni wa kanisa ya James, huyu ni kanisa ya Mwagi, huyu ni kanisa ya Jerry, huyu ni kanisa ya Unyago, and you have your own kingdom. We are not here because of those kingdoms, we are here because of the kingdom of heaven. Until we are able to discover that, we cannot walk together. Maana wewe umefundishwa kusema raba kanta raba sheterere. Huyu amefundishwa kuomba la magada. Huyu amefundishwa kusema ola kaka. Huyu amefundishwa ole bebe. Sasa tutakuja hapa na hizo maole bebe na ole kaka na ole bibi. Kila mtu atakuja na territory ya baba yake hapa. But the first thing we need to also to be uniform, to be one, so that we can be able to move. Bwana Yesu asifiwe sana. Unganga, Harrison Nganga uweke kado, James Maina uweke kado, Haroige uweke kado, Ukemani uweke kado, so that we can walk as a team, a united army. Maana huyu atakuja na rabagada ya Kemani, huyu atakuja na ole kakaka. Sasa kiona watu wote hapa taona hula kakaka, lia na uende. Sasa utaona kila mtu atakuja na vitu zake, visakazi vyake. Na at the end of the day utaanza kusikia huyu hana roho, huyu hana nini, huyu anahitaji, huyu mikimwangalia, this is not a right intercessor, huyu akai intercessor mzuri, huyu lazima tuanze kumwangalia vizuri, anaonekana kuna mavitu zimemfuata. How did you know? Who told you to come and investigate watu wamefuatwa ama hawajafuatwa? Because you came with the gods of your fathers. And we must cut the links from our fathers so that we can have a new beginning that will make us move forward. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio tutaweza kuvuja madhabahu ambayo tunaenda kuvuja. Hiyo ndio tutaweza tushinde. Maana hawa mababa wetu ni wazuri, walitulea, wametufikisha hapo, lakini wako na makanisa zao na wako na njia zao. Na ile doctrine wanatufundisha kulingana na nini? Na venye alifundishwa na baba yake. So for us to be successful, we must cut link. Bwana Yesu asifiwe sana. We must do what? Cut the link. Kule kwa baba yako umetoka, mzazi ambaye umekuzaa, lazima ukat the link. Maana baba yako alikuwa anaenda kwa muganga, lakini alirudi akaokoka, lakini hakutoa ili alizika kwa shamba yenu, lakini aliokoka. So akienda kuongea, when you activate the spiritual realm, ile kitu inakuwa inapatikana in the spiritual realm, ni gadito ile kwa kwenu. Nakuta sasa ndio nakutaka wahubiri wengi hapa tunakuaga wagaga, sio kwa sababu sisi ni wagaga, kwa sababu tumetoka territory za wagaga. So just the moment you activate the spirit, ile spirit iko karibu na wewe ni ya ugaga, ndio unakutaka mtu ana yati ni kuopa na so nashindwa, hiyo ni maombi kweli? Hiyo ni maombi kweli? Unaona hapa, hiyo ni ugaga inafanya kazi, lakini ameokoka, anaenda kanisa, hako sawa. Lakini sasa ile kitu iliamuka wakati aliactivate spirit, wakati alivugulia radio, ilianza kameme, maana iliwacha ikiwa nini? Kameme.
Bwana Yesu asifiwe sana. Because you don't understand what you're fighting. Lakini kwa sababu mizimu ya kwenu ndio sasa inafanya kazi. Pako na shidwa. Kwani Mungu kuna kuwa na vita. Hiyo bado ni maombi. Si makosa, yes ni maombi. Lakini why this? There is shortage of understanding. What kind of battle? Haujaachwa na mizimu ya kwenu. Haujawachwa na kukaa. Haujawachwa na pastor mwenye alikuombea akakuingisha into a doctrine. Haujaachwa na kule kwa Rejo Maria ulienda. Ndio kwa maana unapigana na vitu zingine huelewi. Unakuta mtu na That's why. Na hako kwa maombi. Na ukimwaliza na kuto nafanya hivi ni joto. Venye mwili imewaka moto. Na venye amevuja mapepo na hakuna ni mapepo ilikuwa inamzungusha. Mimi nakuja na mokeke yangu na vitu zangu za mokeke. Ile vituko nitafanya hapa za mokeke. Mpaka mnasema ai modo agai. Bwana Yesu asifiwe sana. We must be able to understand that this is a journey. Before you start coming out of this problem, you must understand yourself first. Who are you? Because you might be fighting a devil and you are the devil. Tuanze kukemea mapepo hapa, unaona mtu ameanguka hapa, unafikia ni deliverance anafanya, la kumbe ni pepo limemwangusha. Ninamuuliza huko niko woda hile. Ulinileta wapi hapa? Maana yeye mwenyewe ni pepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi lazima nitoke ile historia yako kule nimetoka. My great grandfather alikuwa anaitwa General Waruige. Ndiye alianzisha Mau. Kile ile barabara isiri inaitwa General Waruige. That's my grandfather. Mimi ndio nilianzisha Mugeke. Bwana Yesu asifiwe sana. So I have to disconnect myself from hizo vitu. Maana si mmepigana na mimi mmeshindwa. Yes, kwa nini? See, I'm not powerful, but there is some man. It is not me. Ni huyo mzee alikuwa nani? Alikuwa anatumia mwili wangu. Ndio mlikuwa mnaona nafanya vituko mpaka mnashindwa. Huyu kijana kweli kama mwana kaka. Niko kale kama Odomaya. Because nilipelekwa kwa Moi akakataa akasema hapana. Alichapa Makito coffee. Akamwambia usirudi kunifanyisha kazi ya ujinga. Nilikuitisha dola Waruige, uniletee dola Waruige. Makito akamwambia ni huyu. Akamchapa coffee akamwambia toka, kwenda kabisa. Akaita Boynet, alikuwa intelligence hapa. Lete ile kijana ya Mungiki. Yule mzee ya Mungiki. Sasa Boynet akasacha akaambiwa na Makito tuko na yeye hapa. Si ukuje umwambie ni yeye. Boynet alipokuja Boynet aliambiwa walk out of my office and I'm going to sack you today. Sasa ilibidi watafute ule mzee alikuwa anaitwa Ezekiel Berikatunyi, maana huyo ni mzee alikuwa niamini kabisa. Mzee alikuja akamwambia ndio huyo. Ni yeye. Ni yeye. Mzee alinishika mkono akanisalimia. Alitembea na mimi. Tulitembea huko Kabaraki kwake. Karibu 2 kilometers kwa shamba yake, akiniuliza hii tulitoa wapi? Uko na miaka ngapi? Maana he was really shocked. I was a young boy mwenye nimehangaisha Kenya mzima mpaka yeye anakosa kulala, anashindwa who is this? Amepigwa risasi mpaka polisi walirudisha. Nilipata ripoti ati huyu hata ukipiga risasi hapigiki. Maana hapa pale Supermambo, kuna bar ilikuwa inaitwa Supermambo pale Ngara. Hapo hivyo nilikuwa nimelala kwa hiyo bar. Wakajua niko hapo, walikuja wakasurround. Kuna askari mshirika wangu hapa mmoja mwenye alini-aim. Na aliwacha ni mimi ame-aim. Na akamake sure na ni marksman, ni Mumeru, marksman. Wale wanatoaga jicho, nikiteka jicho wanatoa jicho. Na alini-aim. Na he was sure, maana yule jagiri nilikuwa nimelala na yeye huko, alikuwaga polisi. Ndiye aliwaambia tuko na yeye. Sasa nikutoka anatoka. Sasa jagiri kabaki nyumba itengeneze, ndio mimi nikitoka nimaliziwe. Na akuwe nyuma yangu amalize kabisa. Jamaa alipenda kupiga risasi, akaona gamia ikipita mbele yake. Wale washirika wangu wanadekana test, alikuwa ni mshirika wetu hapa. Ndio anasimamia security yetu hapa. Aliona gamia. Na aliacha ni mimi. Sasa you can imagine mtu kama huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyinyi wengi hapa, ukiona mtu ni intercessor, ni most likely kwao kuna ugaga. Ukiona mtu ni intercessor,
mostly kwao. Ukifuata genealogy yao, kulikuwa na waganga kwao. Guka wao, shosho wa shosho ni muganga. They are easily activated in the spiritual realm because they are coming from a background ya spiritual. Ninaongea ukweli? 90% of you hapa ni waganga tupu. Hapa ni waganga tupu. Ndio wanajua hakuna watu dangerous kama intercessor. Ukimunyima pesa anafuga kasi yako na inavugika. Maana ni mchawi. Mimi naogopa maitazeza hata hapa na kaka na bomoa na cheka na bomoa. Nikiona ameanza kubadilika mkaka na bomoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they can command spiritual realms. Muganga ni mtu wa Mungu. Ni venye kipawa yake inatumika kwa wengine. Kama ikibadilishwa, maana nyinyi wote mlikuwa waganga ni kubadilishwa, mumeingia into another realm ya kiungu. Lakini mkirudishwa kule, mtakuwa perfect people. Perfect kwa uganga. Mtakuwa wagwana. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the moment to be able to understand. That is why Gideon ametoka kwa baba mchawi. Maana baba ya Gideon Joash alienda, walikuwa wameambiwa msifanye makubaliano wala maagano yoyote na hawa watu tunaenda kung'oa huko. Ni Mungu alikuwa amemwambia. Lakini Joash akakuwa na magano kadogo tu na Wamereku. Akachukua kakitu, walimpatia kasouvenir kadogo tu, kakitu kama haka. Wakampatia hii, tumepata maagano, wacha tukubaliane. Wewe chukua hii kama mzee. Walienda wakakaa chini kama wazee. Wakakaa mzee, na kama wazee sasa chukua hii kitu na sisi tuchukue hii kitu. Sasa wewe kumbe wamempatia madhabahu. Akaenda kaeka kwa nyumba ya Mungu. Kutoka saa hiyo nyumba ya Mungu ikaondokewa na Mungu, ikaigiwa na madhabahu. So the enemy was not at large. The enemy was the father. Na madhabahu iliwekwa nini? Kwenye hekalu, kwenye nyumba ya Mungu. Na ikabadilika ikakuwa nyumba ya Baal. So the challenge you are facing today, it is not what we are thinking. It is our fathers. Hawa baba walituzaa. They messed up. Walipatiwa revival. Wakaipeleka wapi? Sisi hao ndio revival ilikuwa kuja na wao. Walifanyaje? What happened with them? What happened with akina Gitoga, akina Maki, akina Harrison, akina wale wengine? What went wrong? Kwa sababu sasa ni kama sasa tena we are starting again na revival ingine. What happened with their fathers? Were they guided? Sasa wao wachana na hao sasa. Their fathers, were they able to guide these people? Ndio revival iweze kusimama Kenya hii. What went wrong? Instead of building the revival, tukabuild churches zetu. Tukatengeneza kingdom zetu. Sasa nasikia hiyo ni kingdom ya fulani, hiyo ni kingdom ya Gadaya, hiyo ni kingdom ya Jeni, hiyo ni kingdom ya nini? Sababu hata Gadaya sasa anang'ang'ana kutengeneza kanisa yake. Sisi tunang'ang'ana kutengeneza, kuleta revival, anang'ang'ana. Wewe pia unang'ang'ana na kanisa yako, nasema unataka kuomba watu wajae ndio pesa ipatikane. Unang'ang'ana kanisa ijae watu ndio nini ifanyike? Kwako ni biguni. Kwako ni biguni. Sini sadaka unang'ang'ania? Yes, ndio kwenda kakarika uzuri, ndio sadaka ikwe mingi, ndio ukae tumaisha kama tuanganga, ukae tumaisha kama tuaroike, ukae kama tumaisha kama ule mwingine. Because you, instead of building the kingdom, we are building our own systems. And this is where we went wrong. Hapo ndio tulipotelea. That is where we lost the game. Until Gideon alipoona huyu malaika, akaenda akainua madhabahu, akakuja mahali hapo aliinulia madhabahu, alimaita nini? The altar of peace. Read your Bible. Alipaita the altar of peace because he recognized God. Until you are able to recognize God, you cannot be able to do the battles of God. You cannot. Don't waste your time. Don't intercede for anything until you recognize where is our God and who is your God. The moment you know who is your God and where he is, because aliuliza, huyu Mungu wetu, huyu Mungu tunabiakwa, huyu mtu tunasemagwa, alienda wapi? Huyu Mungu wa Abrahamu, huyu Mungu wa Yakobo, tunabiakwa Mungu alienda wapi? Then God revealed himself to him. Akamwambia, kibia nyumbani, leta kabusi tuonane na wewe. Akatoa dhabihu. So sacrifice is the most important thing
for you to start the journey, ndio iweze kukuambia wewe ni muganga. Kwanza kabisa weka uganga chini, nitakuja. Maana nilitoroka kwa sababu kwenu ni kwa waganga. Nilitoroka kwenu kwa sababu ni kwa wachawi. Nilitoroka kwenu kwa sababu nyinyi mnafanyaga, mlinifanya kejeli. Hallelujah. That is the moment you now know we are going somewhere. Alipochinja busi, demolaika aliondoka. Mungu akakuja. Mungu alimuitaje? Mungu alimuitaje? Alimwambia, you shall win this battle as a man. Naye akamuuliza, how now? Me, I am the least in my family. And in our clan, we are the smallest. Now you are telling me that we shall win this battle as a man. Because this man was designed to win battles. But he never knew. Bwana Yesu yu sana. Tell your neighbor, you are designed to win battles. It is only uganga ya kwenu imekukamata. Yes. That's the reason you are not winning battles. Because you have not been told you are a man of valor. Then that is where God came and told him, you man of valor. Kumbuka this man of valor, jana alilala kwa kefu. This man of valor alisikia mafarasi zikikuja, akaambia hata itone godho kile kumeharibika, wakaingia ndani ya cave na wakajificha huko. The man of heaven inajua this man as a man of valor, heaven. Lakini the man himself lives in caves because of altars that speak, altars that say. Altars can cause you to become a coward, to become useless, to become hopeless. You can preach forever, but the altars that are in your family zinaweza kukuzuia in everything. And I can see the preachers we have. I can see the intercessor. Imagine an intercessor anakuambia nitakuombea. Anaombeaga mchungaji. Nitakuombea, Mungu atakubariki na gari. Na intercessor ukimwangalia mpaka mguu hii hapa nyuma imebondeka hivi kwa sababu ya kutembea mguu. Ni yule akinya gadi agethi. Akihoya. Mpaka hii getende hii imevurutika hivi, imekaa hivi. Baka kiatu iwezi ingia, na faga open, unafikiria ni kupenda amependa open. Ni mahali kiatu iwezi ingia. Na anaopia mchungaji na gari, anaenda na gari, lakini yeye anawacha dunia mzima akienda mguu. Na uliongea na Mungu gari ikuje. Uliongea na Mungu shamba ya ploti ya kanisa ikapatikana, na wewe unafungiwa nyumba. Sasa hiyo unaomba ploti inapatikana, nyumba yako imefungwa. So you ask yourself, why am I not able to command the same blessings I'm commanding the other side? Because there is something that is blocking you. There is an altar that resists you to be given anything. Kuna madhabahu ambayo imeshika kwenu, ambayo imeleta stagnation, ambayo imeleta limitation, ambayo imeleta the spirit of roundabout. Unajua wachungaji wengi wako kwenye spirit ya roundabout. Unajua ni gani hiyo? They are ever busy. Ever busy. Ever praying. Lakini wanashindaga hivi, alama shetererera rabakatana namase rimasharababoria. Ukiwauliza idea yote wako nayo, ukiwauliza chochote wanajua, ukiwauliza wanini hakuna kitu wajui, lakini wanazunguka. Afadhali ukuwe na spirit ya stagnation, because unajua ukifika hapa imekuzuia hakuna kuenda. Lakini ya roundabout haujui mwisho, haujui kiaberelia, haujui, utazunguka tu, because the roundabout does not have an end and does not have a beginning. Unapiga injili. Ulianza ukiwa 14 years, sasa uko 50 years, unaendelea 60 na bado hauna chochote, because of the spirit of roundabout. And that is the worst altar that can happen to you. The worst thing that can happen in your life is the spirit of roundabout. Na mimi nikiwaangalia nyinyi yote mko kwa hiyo roundabout. Afadhali abia Mungu akuondolea roundabout, akuweke kwa stagnation ama limitation. Na ukiwa stagnated tutakuona umekwama. Lakini huyu tunakuonaga kila siku uko busy. Umebeba briefcase kama hii ya mzee. Unakuaga na briefcase, inakuaga na Biblia, na inakuaga na everything, materials zote za kuhubiri. Na kila kanisa conference kiito unakuaga, intercessors wakiito unakuaga, wewe kiito breakfast zote unaendaga, kila kitu kiito unaendaga, hata gothio mari makandara baba cheketerera raka baba zote unakuaga nazo. But going home with nothing to show for your Christianity. Nothing to show for your Christianity.
Sasa ndio hapa mpaka mnaanza kutoa ile unabii ya vitisho. God has said, Rimashete. Nisinajua huko na Bwana na huko na watoto watatu. Rasheta la maganda. Rakataposeka sheta. Oh Lord, Lord. No, Lord, stop this. Stop this. She will not die. She will not die. Oh, 5 coffins. 5 coffins. Majeneza 5. Nani mama unaongea jeneza 5? So hiyo jeneza 5 zinakuja kwa sababu unakumbuka Landlord anasema kesho nitafunga nyumba. Sasa immediately jeneza 5 zinateremka. Sasa ukisikia wewe jeneza 5 uko na watoto watatu. Na wewe. Hizo ni wewe, mzee na watoto. Mmeisha. Na uko na 100,000 kwa account. Sasa wewe utaona kuisha ama kupatiana pesa. Na nikipokea pesa nasema Mungu alinitendea miujiza. Mungu ametenda miujiza. Unaenda unalipa rent. Now you have planted an altar in your house. Your ministry, as you prophesied the death, your ministry begins to die. Because you have raised an altar in you for you to die. That is why many preachers, many intercessors, you are dead. Because of the prophetic word. Muriachiria. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't know whether you are getting there. Are we getting there? Then Gideon akaambiwa na Mungu, this battle you shall win as a man. Then akaambiwa amuka uende. Amuka fanya nini? Kwa zizi ya baba yako. Uende uchukue ndama wawili wa miaka 7. Hello? Ndama wangapi? Wa miaka 7. Turudi verse 1. Judges verse 1. Tupatie Judges verse 1. Chapter 6 verse 1, please. Israel did things that the Lord saw evil in the Lord's handed them over to the Midianites for 7 years. Akambia Gideon, ingia kwa zizi ya baba yako. Uchukue ndama wawili wa miaka gapi? And God handed them into the punishment for how many years? So when were these ndama born? The first day he started punishing them, aliwapatia solution. Walitembea na solution. Walitembea na sacrifice. Na ndio kwa maana vitu zingine zote ziliibiwa, lakini hawa ndama hawakuibiwa. Forever. Aliambiwa nenda kwa zizi ya baba yako. Uchukue kuna ndama wa miaka 7. The same years mumesafa. You've been walking with a solution. But you never knew because you are so busy in a roundabout. Moving around. Kutengeneza watu 32,000 instead of discovering. Bwana Yesu sana. So the problem and the solution we have. The problem and the solution of the problem we have. Because when we started suffering, God created that somebody to come and help us come out of the suffering. Because ndama zilikuwa ambazo zilihitajika kuvuja hii madhabahu. Zilikuwa zimekaa miaka 7. Venye the same problem ulikuwa nayo zimekaa hapo kwa compound yenu. Mnazichugaga kila siku, hazikuliwagwi, haziibagwi kwa sababu they are not ordinary. They are there meant for the purposes of God. That is why you never die. Hata kama umetoka kwa waganga, ndio kama na hujakufa. Na ukufi baka utolewe sadaka. Baka ufanye kazi ya Mungu venye anataka ifanyike. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaambiwa nenda kwa madhabahu ya baba yako. Nenda uvunje. Ng'ombe wa kwanza umchinje, uvunje. Uchinje wa pili unijengee kwa utaratibu. And finally, after he did that, the elders. Hello. Kitu ya kwanza tumediscover madhabahu ilikuwa nani? Ya baba yake. Lakini who are the caretakers?
ya madhabahu hiyo, the elders, wakati kulibomolewa, they were able to know who did it. They were able to know. Na wakaambia mzee, tupatie kijana yako ndiye amevunja hii madhabahu. Na mzee akajua, mzee akapiga akili, akajua mwenye amejua hii siri si mtu mchezo. Mwenye ametabua hii siri, ile kitu nimeficha hapa, si mtu mchezo. Akaambia wazee, kama hii madhabahu ni ya Mungu itajipigania. Akaondoka. Maana alijua mwenye amefanya hii ametumwa kutoka mbinguni. Nataka kusema leo, kwa sababu ya hii kazi tunaenda kufanya, ni kwa sababu mmetumwa kutoka kwa mbinguni. And God will bless you. God will make you a different people, and He will make you win these battles. What are the lessons tumesoma kutoka hiyo kitabu ya the book of Judges? Let us also read the book of Ezekiel chapter 16. And that is where you're going to start understanding the lessons ambazo tumesoma kutoka kwa Judges. That the problem we are facing, we have the cure. It is with us. If only we can be able to understand who is the problem. The problem, is it the problem ambao tunaomba, tunasema ni wanasiasa, tunasema ni pesa, tunasema ni kasogo, tunasema ni wamonyoro, tunasema ni nani? Could he be the problem? Could they be the problem? The moment we are able to discover, to fight any altar, kuvuja madhabahu, you need to start to do a study first. To know where is the cause. Hiyo miaka yote ametengeneza 32,000 people. He could not have used that energy kutengeneza 32,000. Angetengeneza watu 11 waende wakavuja madhabahu ya baba. Ama waginyorosa baba viboko hapo tu, wamulalishe chini, wamweke viboko 5, aseme ni nini aliweka kwa madhabahu. But because they didn't do what we call spiritual mapping. Hallelujah. And that is where we begin our study today. First of all, as we enter into this journey ya kuvunja hii madhabahu, we must be able to do the spiritual mapping. To get to know, what are we facing? What are we going to battle? Ni vita gani tunapigana? Ni vita ya chang'aa, ni vita ya banki, ama ni ya madawa ya kulevya, ama ni vita za kiroho? Na kama ni vita za kiroho, ni vita gani? Tusome Ezekiel 16 verse 1. Jerusalemu walikuwa wameteseka sana. The Lord's word came to me. Verse 2. Tuendelee haraka haraka please. Human one show Jerusalem. Binadamu alimwambia binadamu, show Jerusalem her detestable practices. Yani muonyeshe, mwambie Jerusalemu mambo yake yaliyochukizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 3. Say the Lord God proclaims to Jerusalem, by origin, sema by origin. By origin and birth, you are from the land of Canaan. By origin and by birth. And how does that matter? How does that matter? By origin and by birth, you are from the land of Canaan. So why mention by origin and by birth and Canaan? Because this is now the factor that will help you now to start the war. So your origin, kule umetoka, kunaweza kuzuia upigane vita ya hapa Nairobi. Bwana Yesu asifiwe sana. By origin, na kule ulizaliwa, nani alikuzaa, kunaweza kukuzuilia kufanya battles. Number 3, Canaan. Canaan at by origin, by birth, is by the land of Canaan. So who is Canaan? Because this land was called Canaanite land. Who is Canaan? And why mention the name of Canaan? Who is Canaan? An Israelite. Yes. A descendant of Ham. What happened to him? He was cursed. So Jerusalem is built on a name that is carrying a curse. And that is your problem. Are you getting me? I don't know. The Lord God proclaims to Jerusalem, by origin and by birth, are from the land of Canaan. Yani kuzaliwa kwako na kukuja kwako duniani kumetokana na ardhi ya Canaan ambayo imebeba laana. So wewe umebeba nini? Laana ya shamba. So wewe unakuja kupigana hapa vita vya Nairobi na umetoka kwenye laana ya shamba kwenu.
utafaulu wapi? Utagojeka, tutakukuta Kenyatta Hospital ukiongezwa maji na damu. We are breaking, we are destroying the powers of darkness. And yourself, you are carrying the powers of darkness. Because of your originality and where you are born. Sasa niambie kama wale watu huko Kirinyaga, huko Kiagoma. Wangapi wanajua Kiagoma? PCEA Kiagoma Parish. Catholic Kiangoma Parish. Kiangoma ni gĩcagi kĩa Goma. Kiagoma ni gĩcagi kĩa Goma. Alafu huko naenda unaweka kanisa, uniambie utafaulu. Kia mutugo. Tuendelee, wacha kutoa please. By origin and by birth you are from the land of Canaan. Your father, sasa tuingie part 2. Hiyo ni part 1. Kule umezaliwa. Uanze kwanza uende uchuguse. Ndio tukikuja kupigana na vita Nairobi, kwa sababu nitakwambia Nairobi ni wapi, ndio ujue kwanza. Na part 2 tuingie sasa part 2. Your father was an Amorite. Why are they bringing the name of their father? Your father was an Amorite. Who is an Amorite? Ni kwa nini anataka kumuonyesha baba yako ni Mwamori? Walikuwa Waamori, walikuwa nani? Waamori ni wale walilala na nini? The spirit of incest, walilala na giant. They walikuwa people completely against God. So your father, you've come from a generation that hates God. Alafu kuja hapa kukemea mapepo, na wewe mwenyewe ni pepo. Wewe mwenyewe, you are a foundation of mapepo. Maana baba yako ni mchawi, and you have not disconnected yourself from him. Number 3, your mother was a Hittite. Wahiti walikuwa nani? Wachawi na waganga. Wahiti walikuwa wachawi na waganga. So umezaliwa kwenye shamba iliyo laana, baba aliyemkataa Mungu, mama aliye mchawi. So who are you? Who are you? Weka hizo tatu pamoja. You are a connotation. Na hiyo connotation ndio inakuja kuvuja madhabahu baba karakasha. Rikikeke. Ndio unaona sasa vituko vikanisani. Maana wewe ni madhabahu inastahili kuvujwa, na wewe ndio unavujana. Ni connotation, kitu kibaya. A dangerous person on earth. Na wewe ndio unakuja umebeba bunduki, ati unataka kumaliza. Unavaniza ufalme wenu. Watakupiga kwanza. Huwezi kumaliza ufalme wenu, anajua wewe ni kakifaraga. Na kuna wazee walitamaraki mbeleni. Alafu anasema watakuvuja. No way, it is not possible. Waje intercessor, muokoke tena. Verse 4. Muhonoke, mwabe mumadhekai. This is how you are treated on the day you are born. Umeona sasa mpaka amemuibia siri. This is how you are treated. Your umbilical cord was in the cat. So you are still connected to your mother. You are still connected to your father. You are still connected to the land. You are still connected to your bloodline. Because your umbilical cord was not disconnected. You are still connected. So you are still doing what your father was doing. You are still doing what your mother was doing. You are still operating on a curse. Sasa wewe unakuja kuvuja kasi Nairobi. Na wewe mwenyewe ni kasi. Unakuja kuvuja wachawi Nairobi, na mama yako ni mchawi kule umetoka. Kwa hivyo wewe mwenyewe ni mchawi. Unakuja kuvuja kumaliza usherati. Andazi unaona kanisani mapasta ndio wanakuwa washerati sana. Intercessor, hakuna washerati wengi kuliko intercessor ndani ya kanisa. Bwana anasema risheterere bosaya. Neno la Mungu. And they easily go. They easily go. Why? Because of the foundation. The foundation that is carrying you. Ndio unaona usharati. Usilamu sisi mapasta tukipatikana na tusichana. No, ni foundation. Niliactivate nikiwa kwa madhabahu hapa. Saizi I'm hot. Spiritually, niko activated. Any demon can get into me. And if my foundation ni ya demons, nitakamatwa na mademon. Nitakamatwa, nitaenda pale. Ndio nananga mapasta, wekaga security pale. Maana you are weak.
Wewe mwenyewe ni msharati, umetoka kwa ukoo ya usharati. Kama mimi guka yangu alikuwa na wanawake 38. Ndio nawaambia niko na watoto 25. Si watoto wa bibi moja. Watatu tu ndio wa bibi moja. Wengine ni kamoja. The blood of my grandfather. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikuje hapa nianze kukemea usharati. Na mimi mwenyewe ni foundation ya usharati. Lazima nivunje usharati ndani yangu, nikate the umbilical cord of my grandfather so that I can be able to stand. Yes. Otherwise nitakuwa nikisema pokeeni, mnapokea usharati. Kutoka hapa unakuta wewe umeshikana na huyo, hata utaki kujali wewe ni bibi ya mtu bana. I have released, mmepokeeshwa. Na nimepokeesha kutoka wapi? Madhabahu itabia uchawi. Wachawi wanakuja kwa hii, wanashikilia sadaka yao, wanaenda kuroga mtu kwa hii madhabahu, because it is commanded to release power. Ule mtu atatoa dhabihu hapa, na hiyo ndio inafanya kazi. Madhabahu, wachawi wote wanaenda kanisani kuchukua power kutoka kanisani. Wewe unakuja kanisani kuchukua power kutoka kanisani. Wewe unatoa ka 50, mchawi anatoa 10,000. Taisha. Hamwezi kushinda hii vita. Tumerogewa hapa kanisani. Na tumerogewa na hii mafundisho na wakufundisha wanajua kushika kuliko nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. So your umbilical cord wasn't cut. You aren't washed, cleaned with water. Haukuinuliwa dhabihu ya kukuosha. Ukatenganishwa na mizizi ya kule umetoka, kwa baba yako, kwa mama yako, because the greatest enemy you have on this journey of spiritual journey, it is your parents. Si watu waije. Mama yangu alikuwa PCA. Bereni mama yangu, kwa sababu hakukuwa na kanisa, walikuwa naenda wapi? Si walikuwa natafuta waganga? Yes. Wakati alienda kwa PCA, kwa sababu walitorokea PCA na independent na Anglican, hizo makanisa kule matagi na Catholic kule waezi kutolewa. Lakini Githito amezika kwa hakutoa Githito. Hiyo Githito bado inatawala. Sasa wewe na wewe umeokokea hapa Nairobi, umewekwa moto na Kimani, unaenda na fire nyumbani. Rimashakata, tunavunja, tunasambaratisha, tunaremekanta, ukitoka huko unakutana na accident hujai kutana nayo, maana wanakuuliza who are you? Umelimakae na umelikototo. Who are you coming to make noises? Do you know kuna busi ilitolewa kwetu? Do you know kwa hiyo shamba imekunywa busi gapi? Ndio kuja kuleta kelele yako, na ulienda na kelele, na ile pesa ulipeleka huko ni sukari kilo 1 peke yake. Sukari kilo 1. Na busi zimekufa 200. Kila Disemba tunaenda kwa ceremony ati baba yetu ametuita nyumbani tuende ceremony. Anachinja busi 2 kila Disemba, busi 2. Na maybe katikati ya mwaka busi nyingine 3 zimekufa, na mnaanza kusema ati tunaenda kukemea na kasukari kilo 1. Alafu unabeba viasi gunia mzima, na unabeba maboka, na unabeba vitu maidi, unaenda kwa store unabeba maidi. Umekuja na sukari kilo 1 ya kuvuja madhabahu ya kwenu, na umechukua madhabahu ya kwenu gunia mzima ya maidi, viasi zimetokana na madhabahu ya kwenu, unapeleka kwako. Ukifika kwako mtoto unasikia amechomeka, maana ulipeleka ujiga kwenu. Ulienda kucheza na mfalme wa kwenu. Sasa hapa mnakuja hapa mnakemea. Hii kiokoko mtawacha. Hii kiokoko mtawacha. Kwanza kabisa ujitafute, ujipate. Ndio ukiingia hapa kwa barabara hii tuende tukavuje. Tunaenda kuvuja baada wewe modelu. Wewe mwenyewe ukate the umbilical cord. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the only way you can be able to be successful in this battle. Kanisa nyingi tumefail, maisha yetu tumefail, ndoa zote zimefail, kila kitu imefail, because we never dealt with the foundation. We never dealt with what is haunting us. Na kwa sababu tumeokoka sana, maisha ni mani nilione Yesu, wonder why you then suffering kama alimaliza. Yote ilimalizwa na Yesu. Katika msalaba iliishwa. Na sasa hiyo unatembea hauna fare, unaniambia story yote ndio nikupatie fare. Kama ilimalizwa mbona unatembea bila fare? Maana ilimalizwa ukulaga shida. Ulimaliza utembeage ni kama unaenda umekatika sedaboro ni sababu ya shida. Unaona mtu anatembea hivi.
atanitoa dhabihu na thakame gani? Mubomoa madhabahu. Yesu mwenyewe alibomoa madhabahu ya kwao. Ni siku ngapi? Siku ya 4 alipelekewa njiwa. Walitoa nini? Njiwa? Ilikuwa njiwa. Dirahoge na dutura. Njiwa nini? Dirahoge ni nini? Ni inaitwa pigeon. Alitoa pigeon, dove na kauga. Maana hiyo ni madhabahu ya kwao. Kakapelekwa siku ya 8 kakatairishwa. Maana hiyo ni madhabahu ya kwao. Yes, kali participate kwa kila kitu. Wewe mwenyewe umekauka hapo, umekauka na kwenu ni kwa wachawi, ni kwa waganga, na baba yako ndiye anarogaga na badilika na kuwa nyoka usiku. Unaona nyoka imepita hapo, mkienda kugoga mnaona kama mtoto kametokelezea. Kana kuangalia hivi. Na ni baba yako. Ndiye alikulea na umebeba damu yake. Alafu wewe ukamkemea ukisimama hivi unaona nyoka imesimama mbele yako. Inakwambia endelea. Ukiona unasema pepo. Maana you cannot confront. You are powerless. You cannot be able to confront until you are able to understand your origination. Kule umetoka. That is the time you will be able to conquer. You can never conquer what you cannot be able to know. You must do spiritual mapping. Hata Musa walipoambiwa wanaenda Kanani, alituma watu 12. Nendeni mjue huko kuna kaa namna gani. Ndio tukianza maombi, ndio tukianza kuinua madhabahu, tunajua tunainulia nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tujue. Wakakuja na ripoti, kuna miti kubwa, kuna wanyama wakubwa, kuna vitu hivi, kuna hii. Watu 10 wakaambia Musa, amusha hiyo mama. Enda pale kule kwa choo, paguse uso hivi alafu ukuje. Unalala. Lakini nafikiria ni Mungu ana communicate na wewe. Utasikia amesema, Bwana anasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu 10 walileta ripoti negative, wakasema, Musa, modo wa baba, kule ni kubaya. Kule huwezi. Kule kuna miti mikubwa. Kuna Waamori walikuwa majiant. Watu huko ni kubaya. Lakini naye Joshua na Caleb wakamwambia namna gani? Ndio ni kubaya. Lakini kama tunaweza na kwenda na nani? Na Mungu wetu, huko tutamaliza hiyo vita. Kwa sababu I understand. Yes, kule ni kubaya. We need a mightier God. We need our God who is mightier. And he will win the battle for us. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the beginning, spiritual mapping. So as we start to go to Nairobi kuvuja hii madhabahu, we must do the spiritual mapping. Tuanza to understand what is the origination of the name Nairobi. Nairobi ilitoka wapi? Who are the founders of Nairobi? And why was Nairobi? Why are we here? Mbona hatuko Thika ama hatuko Nakuru na hii hapa tukakuwa hapa? You need to understand. And understand that jina Nairobi ni jina ya nani? Mnajua ni jina ya nani? Sasa wewe ni Masai. Ni nini ya Masai unaweza fanya sasa hii? Sasa niambie, ni nini ya Masai unaweza fanya? We are not in one nation. They are in a different nation together. Waliinulia hapa madha. Ilikuwa ni maji hii river. Wakaita Nairobi Enkare, maji baridi. Wakachinja mabusi. Mahali popote Masai anaedaga, anachinja busi, anachinja ng'ombe na anapatia jina. That is why they are domineering in Kenya. Those are 3 altars. Anapatia jina. Jina has a power. Jina, it got a power. Bwana Yesu asifiwe sana. Then zile activities ziko kwa maji, wakachukua hiyo maji, wakai-engrave to become an altar. Hallelujah. Wakachukua ardhi, wakamwaga damu ya busi hapo, waka-engrave this ardhi, ikakuwa altar. And that is why for longest time ni Mmasai peke yake alikubalishwa kuomba buge. Ushaiona mtu mwingine? Ni Mmasai peke yake. Amevaa hizo maguu na anaenda buge na anaomba. Maana they are the owners of the city. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2. Nani amewahi kufungua kasi ya chemist? Kuna mtu amewahi kufungua kasi ya chemist? Si mnajua kasi ya chemist lazima ufungue na barua. Lazima upatiwe na KMPDU, ni PDK? KMPDU.
Na ukipatikana bila license, unawekwa kwa lori na unaenda kustakiwa na food poisoning na kitu kama hizo, si ndio? The same medicine ikiwa ndani ya kibuyu ya Masai, anasugushaka na anahusia hao wa kushikana na hawawezi kumshika. Hawawezi kumshika. Na anamwambia hii ni ya minyoo, hii ni ya mapenzi, hii ni ya kufanya kiume ikuwe nguvu, hii ni ya nini, hii ni ya nini. Huyo mwenye kushikana polisi ndiye anawekewa na anakula glasi 2 na analipa na Masai anaenda. Na hakuna mtu atamuuliza, maana this is their territory. Hallelujah. Enda ufungue chemist kesho. Iko na dawa imepimwa, dawa ya KEMSA. Uende KEMSA ununue dawa, ufungue chemist kesho. Utalala ndani. Masai anabeba kisu na roho ya jora. Na anasuguka nayo hapa. Inaitwa ni vitu za kitamaduni. Wewe beba toka hapa na Rugu. Toka hapa ije. Umetoka kanisa, weka rodhario, weka mudharafa hapa na ile kagogo hapa. Toka na Rugu na paga na paga. Hiyo ni silaha. Why? Because the altars they raised, what that was raised by their father speaks for them. Ndio unaona mzungu anaingia kadege kuja kuona Masai na wanyama. Wewe na kisomo yako hakuna mtu ako na haja na wewe. Maana madhabahu inawanenea. Umetoka padi gani? Taita Taveta. Taveta ni jina ya? Ilitoka wapi hiyo jina? Si jina ya Kimijikenda, ni jina ya Kimasai. Nakuru ni jina ya? Nyahururu ni jina ya? Kangudo ni jina ya? Nairobi ni jina ya? Nyeri ni jina ya? Yes. Nanyuki ni jina ya? So who are controlling the nation spiritually? Yes. Yes. Kenya mzima ni jina ya Kimasai. Olkarao. Oldonyo Sabuku. Nyeri Tetu, jina Tetu ni Ole Tetu. Na watu wa Nyeri wanatulingia hapa. Karatina ni Ole Karatina. Ole Karatina. Odhaya ni Ole Saia. Ndio naona Rigathi baba yake anaitwa, guka yake anaitwa nani? Lelian. Lelian ni jina ya Kikuyu. Ni Kizamburu. Kenyatta mwenyewe. Hii mshipi yake ni Kenyatta. Hizo mabeats. Kenyatta ni mtoto wa Masai, ni mtoto wa Lenana. Yes, ni mtoto wa Lenana. Ndio unaona hakutaja watoto yake baba. Kwa Kikuyu tunatajaga the firstborn anaitwa baba. Yeye kwa nini aliita ndugu yake? Watoto yake Uhuru anaitwa jina ya mtoto ya ndugu ya Kenyatta. Kwa nini? Because they didn't have a physical father. Kona akikufa jina inakufa. Alikufa. Jina ilipotea. Sasa wewe ukikufa majina yako itabadilishwa. Watoto watatolewa majina yako. No, the continuity of the name. Mimi nimeitwa Roigi, alikufa mimi sikumuona. Alikufa kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana. I just want you to understand the dynamics. Alafu hiyo ni madhabahu ya Kimasai, the founders. It is not Kikuyus, si wa Kalenjin, si wa Luo, ni wa Masai. So you need to deal with that. Number 2, who are the first builders of the city of Nairobi? It is railways. Railways nayo Wahidi walikuja na Mungu gani? Harambe. That is their goddess. Ndio walicheka hapa wakaintroduce. Hiyo Harambe, kuna barabara inaitwa nini? Harambe. Noti yako imeandikwa nini? Harambe. Harambe 1 term. Harambe 2 term. Tunaita ule Mungu wa India. Harambe 1 term. Harambe 2 term. Tunaita Muhindi akuje 1 term. Akuje 2 term. We are fixed. We are completely fixed. But we don't understand. Sisi tunang'ang'ana tu na mapepo na wewe mwenyewe ni lipepo.
So until we are able to understand. Number 3, wale walianza kujenga mijeko hii ni nani? Mijeko ya kwanza kujengwa hapa ni pale Archive, High Court, City Hall. Hizi mijengo za zamani zote zilijengwa na watu wanaitwa Freemason. Mijeko yote ya zamani, ukienda pale Stanley, hiyo mijeko yote imepanda hivyo, Standard Street, uende Archive, uende Holy Family Basilica, si Family Basilica ile huko juu, Rosalie Cathedral. Hizi mijeko zote zimejengwa na watu wa Freemason. The Freemasons are the devil worshippers. They planted their altars here. State House yetu ilijengwa na Sir Evelyn Baring ambaye alikuwa Freemason. So those are the buildings that are standing. The places of worships that are standing. So those are 3 things that you virtually need to understand completely before you start any battle. Na ndio nilisema tutaenda hapa Archive. Maana Archive ndio kumezikwa. You can Google. Archive ndio kumezikwa ama huko chini. Archive ni kubwa. Si haka mnaona hapa chini kuna katauni kingine. Ni kubwa. Na hapo ndio kuna siri zote za British in Africa. Meaning this is the main altar of the British government. Na king ndio mkubwa wa Church of God. Si ndio? At the same time king ndio mkubwa wa Freemason. So Church of God ndio tunaitaga Anglican. Watu wa Anglican, haleluya. Watu wa Anglican, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a tunnel from Nyerere, pale Nyerere kanisa ya Freemason iko pale. There is a tunnel. Imeteremuka, imekuja kupitia Uhuru Park, imekuja mpaka Parliament, imekuja KICC, imekuja hapo Archive. The tunnel inapitia gari. Haleluya. Kuna madhabahu kubwa hapa Nairobi. And that is where there is a battle worldwide, a battle for Nairobi. And this we must, ni sisi tunanyakua. There is a battle for Nairobi because if you control Nairobi, you control the portal that rules the world. The world is ruled from Nairobi. It is a portal. Mwendeni muangalie the portals that rules the world. There are 12 gates. Nairobi is the main gate. Ndio naona watu wa Islamu wanangangania Nairobi. Wabudu wa shetani wanangangania Nairobi. United Nations wanangangania Nairobi. Ndio naona watu mpaka Macron anakuja bas to capture Nairobi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nairobi is just not an ordinary city. It is not an ordinary, it conquers the whole world. And that is why unaona it is the capital of Africa. And Africa is the capital of the world. So is the capital of the world. It is ruled from Nairobi. Nairobi is a very special. You can Google and study what is Nairobi in the spiritual meaning. You will be able to know. So those are the things I want you to get into. Inaitwa spiritual mapping. To study kwanza all these places. So that's once you are through with the spiritual mapping, we are able to know tutaenda aje. Na alafu understanding yourself. You do the spiritual mapping from yourself to the next level, to the place you are going, and also the kind of a war that you are going to wage. I'm sorry, naona kama mumeanza sasa kusikia kuruhusu concentration, but please listen to me. Sindio? And the number, now we have done the spiritual mapping. First, we repentant. Spiritual mapping number 2. And number 3, we seek God's presence. You can't go without the presence of God. Bwana Yesu asifiwe sana. You seek the approval of God. Let us look at the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 1. 2 Chronicles chapter 20 verse 1. Oh, let's look at Deuteronomy. Get Deuteronomy first, verse 1. Chapter 1. Chapter 20 verse 1. Yeah. Deuteronomy first, chapter 20. Then we get to 2 Chronicles. I know you know about the 2 Chronicles. Hiyo sitasoma ndio tuende haraka. When you march out to battle your enemies and you see horses, chariots, and a fighting force larger than yours, don't be afraid of them, because the Lord your God, the one who brought you up from Egypt, is with you. Verse 2. Verse 2. As you advance towards the war, the priests will come forward and will address the troops. The priest, the men of God, you are the priests. Hallelujah. You are the one to lead the battle. That is why you must be clear and understand what kind of a battle you are leading.
And once you understand what kind of battle you are leading, you'll win. Verse 3, you'll be able to win easily, because this is a battle you can do it from here and win it. This is a battle you can do today and win it, as long as we know what we are doing. He will say to them, listen, Israel, right now you are advancing to wage war against your enemies. Don't be discouraged. Don't be afraid. Do not panic. Do not shake in fear on account of them. Meaning, there will be fear. Meaning, there will be a shake-up. Meaning, there will be discouragement. That is why they are being told, musiogope. Ukisikia Mungu akikwambia usiogope. Kuna maneno iko mbele. Kuna maneno kubwa. Don't be shaken. Meaning, kutakuja majiant ambao itafanya mtetemeke. Mtavamiwa, mtatetemeka. So don't be shaken when they come, because God is with you. So you must understand, you are not, it is not walk in the park. Tunaenda vita. Si vizuri muelewe. Ndio mtu akiherehere atoke aende. Kwa sababu kuna watu wanakimbia kwa kisikia kuna intercessors wanaitwa na watu wanakuja, lakini sasa ikifika katikati maneno yanakuwa gumu. Tuangalie ayata 4 inasema act on God's instructions always. No, act when you act on God's instructions. Let's get in the book of Exodus 34. When you are going for intercessory battle, act only on God's instruction. Don't act on the experience. Exodus 34 verse 13. Don't act on your experience ya pastor yako. Kila battle zinakuwa tofauti. Kila battle. Ukiona Ezekiel alikuwa na battle tofauti, Joseph alikuwa na battle tofauti. You must tear down their altars, smash their sacred stone pillars, and cut down their sacred poles. You must. Who is saying? God. You must. So we must act on the instructions. Mungu anataka tuanzie wapi? Ni Moi Avenue. Tukitoka Moi Avenue, tunaenda wapi? So acting on God, you must have a good relationship with God to know what God wants you to do. Hallelujah. Ukiweka ugali, mnaenda mnakanyagwa. Na Mungu atabaki kuwa Mungu tu. Verse 14. Mungu atabaki tu akiitwa Mungu. Mtakanyagwa, mfinywe, na watu watakuja tu wakasema, na watu walikuwa watu wa Mungu, lakini Mungu ndiye alipeana na Mungu ndiye amekujia. Hakuna Mungu amekujia, ni ujinga. You must not bow down to another God, because the Lord is passionate. The Lord's name means passionate God. So we must have passion in this God. So before we start, have that passion. I am doing this because I have a God. Bwana Yesu asifiwe sana. Step number 5 inasema give a sacrifice. Lazima tuliona hiyo mbeleni. And this sacrifice that you give is a sacrifice that ilitolewa ya kuvunja. Let's look at the book of Jeremiah chapter number 1 verse 10. See, today I have set you over nations and over kingdoms. That is where we're going to end. See, today I have set you over nations and kingdoms. Tuweke hiyo in bracket, nations. See, today I have set you over nations and kingdoms. Who are the nations? Who is a nation? And not the people. And who are the kingdoms? Nation is an institution. A nation is an institution. Kanisa hii ni institution. Marriage is an institution. The country Kenya is an institution. It's called a nation. Menelewa? An institution is a nation. It has rules. It has their people, the police, kila kitu. And a kingdom, it is the personality king and the spirit behind the personality dominion. Did you get me? It is the personality king. Yanaitwa king. Dom, it is dominion. Dominion is the spirit that is in this man. So your church where you fellowship,
The church is an institution. But the man behind the church, the king, and behind the king, there is a spirit behind him that he is using to rule over the people that he is ruling. So God has set you over the nation, the institution, kuzivunja, ndio ujenge institution mpya. Then number 2, katika hizo institution ziko na wafalme ambao wako na nguvu za kiufalme. Uvunje nguvu zao, wafalme wale wavunje na uvunje nguvu zao. Are we together? So in Nairobi this is a kingdom. Nairobi is an institution. And in Nairobi, as it has an institution, there is a spirit that rules in Nairobi. Kwa hivyo, where there is a spirit that rules, there is a king that rules. Kuna wazee wa kimapepo. There is a king that rules the city. Na bila ruhusa ya hao, hawezi kufaulu Nairobi. So you must be able to know what kind of kingdom hapa iko Nairobi. Ni ufalme gani iko ndani ya Nairobi? Ndio tuvunje hizo falme, na tukivunja ndio tufanye nini? Twende basi hiyo ingine sema, see this day I put over the nations and over the kingdoms for uprooting. Tunaenda kung'oa hizo falme na kung'oa hiyo nation. And smashing down, kuvunja fuja. Kisha number 3, to destroy, uvuje na uharibu. And number 4, ufanye kitu inaitwa overthrowing. Overthrowing, now you overthrow to create a new government. Hallelujah. So by the time we finish, we shall have overthrown the government ambayo imekuwa kitawala Nairobi, ambayo ni ya madawa ya kulevya, ndio imeleta chukizo, ndio imeleta mashida, ndio imeleta confusion, ndio makanisa yameanguka. That kingdom that has been ruling over the systems, we overthrow it and create a new government. That is a heavenly government. By the time we get out, by what? For building up and planting a new kingdom. By the time tukimaliza, nguvu ya Wamasai out. By the time tukimaliza, wa Freemason out. By the time tukimaliza, wachawi out. By the time tukimaliza, makanisa ya personality out. Hiyo ndio inaitwa kuoverthrow. Kugarura thirikari, kupindua serikali na kuweka serikali ingine mpya. Na nyinyi ndio mpatie hiyo mandate. Naona ni kama hamuko ready. This is not what you expected. Mlifikiria ni ile ya kawaida mnaitagwa mnaenda. Hii si ile ya Benihini na wengine ya kuombea mkutano ufanikiwe. Hapana. Hii si kuombea mkutano ufanikiwe, tunatengeneza serikali mpya. We are overthrowing. We are overthrowing the system of the devil and raising a new system of God. This can only be done by people who are ready. In Deuteronomy chapter number 12, what mutafanyaje? Because it is God that is going to win this battle for us. Ametupatia instruction what to do. Deuteronomy chapter 12, verse 1. These are the laws and decisions which you are to keep with care in the land which the Lord, the God of your fathers, has given you to be your heritage all the days of your life on earth. So God is giving us this as an heritage for us. Once we win this battle, Christianity itasimama. Yesu wa ukweli. Wacha Yesu musugu. Yesu wa ukweli. Wacha Yesu huyu mumehangi kwa na mumeweka kwenu kwa nyumba. Because huyo ni mkora. Anakuanga mahali inaitwa Nottingham in UK. The actor, huyu aliact movie. Nilienda baka kwake, nilimsalimia nikamseka mlevi. Size. The one that acted. Na huyo ndio yako kwako, si yako kwako. Si yako kwako kwa ukuta. Si yako kwako kwa msalaba. Si umemuhanga hapa. That actor, that is not Jesus Christ. The moment we overthrow the system, the real Yeshua HaMashiach will come to you. And Kenya will take over. And the revival will take over. Because we'll have laid a foundation for God to win. And he's saying that these are the laws. Verse 2, please. Give me verse 2. You are to give up the curses
all those places where the nations whom you are driving out, you go there where they used to worship, give worship to their gods, where they used to do their gods, on the high mountains and the hills and under every green tree. Kwa hivyo we shall identify ni wapi. Tujue kule kila mahali we shall walk, tutembee. Naye Mungu akamwambia Joshua, mahali popote utakanyagisha miguu yako utamiliki. Kwa hivyo tutatembea mji wa Nairobi, tukanyage na miguu yetu, tumiliki Nairobi, tuiregeshe katika mikono ya Mungu. Na mimi nimemalizia hapo. Mlikuwa mna sadaka? Munipatie kidogo. Nimeongea sana. Ama nyinyi ni washugaji, ni washugaji. Washugaji. Bwana asifiwe sana. Tumi understand? Mumeelewa ni nini tunaenda kufanya? Because singetaka tuanze safari na mtu mwenye ajielewi. Ndio nanionanga niko Amerika, niko huko UK, nimeenda kuvuja madhabahu huko UK, Stonehenge. Mwende msome Stonehenge is the altar ya witchcraft that rules the world. Nikaenda baka kule kwa Putin kutafuta mambo huko, nikapata. Nimeenda baka kule kwa ile nguo Yesu alikuwa amevaa iko France wakati alinyoroswa, wameiweka France. Ile boat ilikuwa beba Yesu wakati wali ile yuba iko nchi inaitwa Malta, nilikuwa huko a month ago. I was there, I saw it. When Yesu sana. Na nimeenda all where we have the gates, all the gates. I have been moving all over because God has been instructing me. Nimekuwa Mount Kenya pale juu. Ndio niwajua Masai ni wajanja, waliweka zile pics. Unajua Kikuyu tunasemanga, unakuta hawa Kikuyu wakiamakiama, dai dada yaga idai. Dai dada yaga idai. Dai dada yaga idai. Wanangedhera wapi? Ile mlima. Lakini hiyo piki mahali wanaishua mkono yao kungedhera huko, hiyo piki ni ya nani? Piki moja inaitwa Lenana. Piki hiyo ingine inaitwa Sedeyo. Piki hiyo ingine inaitwa Batiani. Lenana ni baba ya hawa wawili. Batiani na Sedeyo ni watoto wa Lenana. Sasa hapa wewe umeinua mikono. Dai dada yaga idai. Ndio unaona Wamasai na watu waliso nakuja kutembelea Wamasai. Dai dada yaga, because you are glorifying Lenana na watoto wake. Ndio Wamasai wanaendelea kufaulu hapa. Hawa ombi mnawaombea. Mmewainua, mmatukuza, mweka kwa mlima ule mkubwa sana katika nchi yetu. Because Lenana was a high priest. Lenana was not an ordinary man. His two sons were high priests. Na ndio wamewekwa kwenye mlima. Nilipanda mpaka hiyo mlima huko juu. I am the first human being kwenda kwa hiyo mlima, akamwaga mafuta hapo na akakutoka hapo akiwa hai. Nilimwaga mafuta na nikatoka hapo nikiwa hai. Wamenigoja nikufe, maana niliambiwa utamaliza siku 3. Because they expected nikimwaga mafuta. Kuna watu walikuwa wameenda huko kumwaga mafuta. Waligaragara kutoka kwa mlima huko chini mpaka huko chini. Walitoka huko wakiwa tunyama. Hakuna wakuzikwa. Kawera huyu gavana wa Meru alipeleka Biblia yake hapo imutetee hii impeachment. The day aliwekelea hapo, wale ambao walipeleka hiyo Biblia walikufia hapo, na yeye 1 week later alikuwa si governor. Bwana Yesu asifiwe sana. There are things you don't joke. Wale wakina Kitusi, naitwa Kitusu. Beta wata Kitusu. Hawa wabaji wa State House. Kitusi. Hiyo group hiyo ya kina Ng'ang'a walikuwa naenda kuombea Ruto. Akina Martin Suna, akina Subi, hiyo ka group walipaga siku moja, wakasema kuna nabii alitoka Amerika akawaambia huko kwa Mount Kenya kuna miugu iko hapo, ndio mumalize hawa watu wanaitwa wa Kikuyu miugu wao kwa mlima. Sasa kina Kitusi kitu kama hiyo, ni Bishop Kitusu na mwingine hawa wa grupu hiyo wakapaga. Siku hiyo hawakuambia Harrison wanaenda, wasakaza kwa sababu wanaenda kuvuja nguvu za Wakikuyu, tusiende na Mkikuyu. Walikufa wote? Hawajakufa wote, waliisha. Sasa walipoenda kwa mlima, wakapanda, walipita ile Nyanyuki, Chogoria. Wakapanda wakafika mahali, wakaona wingu likakuja,
snow ikakuja ikawafunika wote, wakasema this is the presence of God. Kumbe hili wigu through Wakikuyu na fesi huko through wigu lilikuja kuangalia kama kuna Mkikuyu hapa, wakaona hawa ni Waganda, wakaona hawa wanakuja kungoa wenye iji. Do you know what happened to them? Siku ile Ruto aliannounce akasema maombi ya State House imeisha, walikuwa Thika wakirudi. Walikuwa Thika wakirudi kutoka maombi. Wakiwa Thika ndio waliambiwa mpaka gari ya serikali waachie hapo. It acted. That God acted against them. Mpaka leo hawaendagi State House. Enda ulize kina Suna watakwambia. Wanaonanga State House kwa fence. Na ule Fironius, anaitanga Fironius ama Fironius. Kuna mwingine anatusi sana Ruto siku hizi. Ngasii Firosi, Fironius, ni ile group ilikuwa imeenda huko. Walisaparatishwa. Kwa hivyo understand, ukienda kungangana na madhabahu, understand. Kwanza do a feasibility study ama ikumalize. Itakumaliza. Asanteni sana, Mungu awabariki na Mungu awapende. Wacha tushukuru. Tusimame tu kwa miguu yako. Fungua tu kinywa chako, mwambie Mungu maneno mawili matatu. Umwambie nimesoma leo, nimejua kitu sikuwa najua, na ninataka unitasaidie niweze kuingia kwenye vita hivi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kutusikiliza. Watoto wako hawa wamekuja mbele yako. Wamegundua ya kwamba dhambi za baba zao zimewazuia. Wamegundua ya kwamba maeneo wametoka imewazuia. Wamegundua ya kwamba kutoka leo mahali wamekaa ni mahali ambapo si pasafi. Na kuomba Jehova washike mkono. Ulimwambia Musa, nitatembea na wewe. Ulimwambia Joshua, nitatembea na wewe. Ulimwambia watoto wako wote, Isaka, Jakobo, na ukatembea na wao. Na hata sasa ninajua hawa
Maana umewatenga kwa kazi ambao tunaenda kuifanya kwa wakati huu kwa sababu ya kipindi hiki, na watakuwa washindi. Ninasema Jehova, umenishindania kwingi, umenipigania kwingi, pia hata hapa ninajua utatupigania. In Jesus mighty name. Somebody say amen. You may be seated. I want to hand over this process back to you. Singetaka nikuwe mimi ndio nitakuwa nikiongoza. I have given you the guideline, what to do, how to do. Ningetaka kurudishia wachungaji, nyinyi wachungaji wote. Mnajua, mumeelewa. Sasa mimi nitaondoka kidogo, lakini I'll be walking with you. But management, leadership, control iko kwa mikono yenu. Sindio? Because I'm expecting God will speak to you na atawapatia direction. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile kitu ninaomba tu ni kwamba asiyekuwa wa hii group na kutoka leo achoke, ashindwe ni kukuja, apatwe na shughuli nyingi, aitwe kwao kwa Geshagi, aipate safari ya kwenda, asirudi hapa, maana atatusubua. Atatusubua. Inakuanga na hiyo ujeuri. Kwa sababu hakuna haja tuende tukiwa kikundi kikubwa ambacho hakitafaulu. Naomba tu Mungu abakishe walio ambao amewaita kwa sababu hii. Naomba watu wengine waende wakunywe maji kama ng'ombe, wengine wakunywe kama puda, na wengine wakunywe kama binadamu. Wale ambao watakunywa kama binadamu wakuje, wakue kwenye hii safari. Mungu aweke kichungi. Tuseme amen. Mbona mseme amen? Sema Mungu aweke kichungi. Mungu aweke kichungi. Sema amen. Sema Mungu Mungu aweke kichungi. Sema amen. Mungu aweke kichungi. Wasiokuwa wa hapa, Mungu awapatie shughuli. Hata wengine waitiwe kazi, wengine waitiwe safari ya kwenda Mombasa, wengine waende waolewe, wengine waoe, waondokee, jeshi la Mungu likafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. That is my prayer. I would rather walk with 3 people not rather than 20 people who are going nowhere. Yes, because I know where 2 or 3 are gathered, God is also there. Musa alikomandi akiwa peke yake, si ndio? Elijah alikuwa peke yake, si ndio? So do not be encouraged by a large group. Ati mfurahie mko na watu wengi. Be encouraged by people who are connected, heavenly connected. People have a conversation kule biguni wanaongea, kuliko kuwe na watu wanaongea na shetani hapa. Utakuta sasa badala watu waombe ile vita tunaenda, wataanza kuombeana. Huyo ninamfuga, ninamharibu, ninamfuga macho, nafuga miguu yake, ninakotora bashakete. Hiyo ukifungua hiyo mdomo hapa, mdomo yako itatoka hapa, itakuja hapa. I tell my God afanye hivyo ndio kila mtu aogope. Siku utakuja ukifanya hivi, hiyo sitaki wakora hapa. Tutafute Mungu. Yes, tutafute mtuwe gai. Huyu Mungu atatupatia neema na atatupatia ushindi. Usilete yule ukora yako. Na kama umetumwa, kwa sababu ninaona kuna watu watatu, Mungu ananiambia kuna watatu hapa. Sitaki kuwataja. Ameniambia baka majina yao. Mumetumwa ati mkuje muharibu. You are in the wrong place. This is not a church. This is an altar. You are in the wrong place. Uliza washirika wa hapa ni watu wangapi wameenda hivi? Hapa. Anakuambia iko hapa. Kadito mali ameweka. Unaichomoa anatembea. Unamwambia barabara ndio hiyo, usirudi hapa tena. Please don't do that. Najua mko job. Don't do that. I know you. I know your names. I know why, nani amekutuma na ulitumwa wapi na umeahidiwa nini. Utakufa. Hapa utakufa. Hii ni kali. Hii ni kali. We are liberating. We are raising a foundation, a platform for the revival. Tukimaliza hii, utaona makanisa yameamuka, kila kitu itamuka, mabiashara zitaamuka, familia zitaamuka. Na
Yani ile moto utaona Kenya hii. The whole world will come to want to know, to be associated with the cake of Kenya. So usijaribu kucheza na kitu. Sisi ndio tumepatiwa final pale ya kutoboa. Na sisi ndio risasi ya mwisho. Kwa hivyo Mungu hawezi kubali risasi ya mwisho ipotee. Atakumaliza wewe. Atakumaliza wewe. So mhubiri, ni nani alikuwa anaendelea hapa? Ni wewe? Yeah, so mtajipanga. Mnajua venye mnajipanganga, mjipange. Na kama tutaweza, is my proposal. I'm not saying ifanyike, my proposal. Kama itaweza kuwezekana, tufanye this something daily, hata kama ni 2 hours. Afadhali tuende tuvuje begi moja hapa, tupate fare ya kila mtu. Ndio mtu asichoke. Tufanye daily kama itawezekana. Sisemi iwezekane, lakini kama mimi nitaenda banki, nitavuja, nitaiba, si mtaniombea nipate breakthrough. Nichukue kwa sababu ya Mungu. Si mnaomba watu wapokonywe mletewe. Kwani kupokonywa ni namna gani? Sasa mtajipanga, just mupange vizuri. Kama itawezekana, we do a continuous prayer. Wale wa kufast, tuna fast, wale hajui kufast. And tufanye kila siku. We turn this place to be a house of prayer. Sindio? Yes. I think if it is possible for you, mimi nitangangana, nitafuruga huko mpaka wajipatie fare, ndio mupate fare kila siku kama itawezekana. Lakini kama haiwezekani, don't force things to work. Yes, let's go with the will of God. Thank you. God bless you. Bethel Clouds TV, empowering life.